Hey. Wai. Eruoti na soira. Esimba na atonyire maiga kama kawaida. I don't know sinondo chibori. Ngocha rakitiswa nimbere mutu ya gona lingorolekana na wangu akwerangira rakitiswa. So karibu sana kama kawaida ndani ya nyumba nchelie esura ya moyoka. Irangia kolosi rangia ya Africa, the black man. Today Mokongo sa my friend. Yarambwate from the far end to the other side end. So let me just welcome to the show tonight. Hapa ndani ya Kisi Hot TV kama kawaida kama kawa, na popote tunapowakilisha mtu wangu na kukaribisha moja kwa moja tunapoenda kushiriki katika ikasonga ndege Kongo na ndege sene kunome tu kama kawaida senje kuntu, but I want to welcome you kwenye show ya siku hii ya leo. Hapa nataka kuchukua tu nafasi nzuri tu ni kukaribisha moja kwa moja katika mkutano wetu wa siku hii ya leo na katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Leo tutakuwa na mjadala kubwa sana. Ukiangalia hapa hivyo niko na mrembo cha father the far end, she's beautiful, she's brownie. You know, smile nayo. Mimi sina ukifika hapa sasa. Hey, huwezi sema kitu. Ukikuja kwangu sura ni black. Tunaachia hapo. So tukifika kwao tunaachia hapo kwa maana sasa mimi yangu ni rangi. So nataka tufanye hivi. Tunataka kuanza na sharing kidogo, just pick hiyo link, anza kushare kwa watu wawili, watatu, wanne, watano, waambie kwamba tumefika ndani ya studio yetu ya Kisi Hot TV and we must know everything, kila kitu ambacho kinaendelea hapa na nje na ndani ya Kisi Hot TV. So hakikisha kwamba unatuma link. Anzeni kushare link. Mimi nishachukua simu yangu, nataka mtu achukue simu yake hapo. Chukua simu yako hapo. Nishachukua simu yangu hapo, chukua simu yako pia. Chukua simu yako. Tuende pale YouTube. Yes. Tuende tu hivyo. Nimeona papa. Anyway, chukua link tu hivyo. Watu wa Facebook niwaone mkikuja. Watu wa YouTube, I want to see you coming guys. I want to see you coming. Mkikuja nayo. Hapo kama unataka ukichagua leo napeana free. Leo asili lazima nikuwekea. Leo hao warembo wanapatiana free. Leo nakuusa hapa nipewe pesa. Mimi niendelee kunaona my friend. Yes, rudisha sawa samahani. So okay. Kidogo. Yes, I see. Sawa. Nimechukua link, tuende hivyo, tuende share. Tuende kwa share. Kila mtu akimbia share pale. Uza share, cheza kwanza ilete. Chukua hivyo. Chukua share pale. Copy link. Very good. Na wewe fanya hivyo wewe bana, wacha mchezo. Kai. Ngai. Na mimi nishachukua hivyo simu wangu. Ukikopi kwanza nitawapatia tuende kwanza YouTube. Nataka tuende tu kwanza pole. Tusiende Facebook, tuko pale WhatsApp. Tunaanza na WhatsApp moja kwa moja. Tunaanza na WhatsApp. Just if you have copied your link, kama umecopy link yako, let's come back again. Turudi nyuma tena sasa kushare sasa. Tushare pale WhatsApp group zako zote. Tuende pale share kwa group sasa. Group za WhatsApp tushare. Tukimaliza tuende pale Facebook sasa. Lakini kama umefika, karibu sana tata. Ingia kwenye show bana. Mimi hapa niko na maboidos. Warembos. Sasa mimi mametos the other day niko na party hapa mnasema kwamba nisiwaletengi wanawake. Niko na wao hapa. Hey. How do you look them? They look beautiful and wonderful if you are free made. Yesongo na kyote. Anyway. Mniruhusu tu ni share tu tutume share pale kama umeshare unaweka pale pia status. Ukisha tu hivyo chukua hiyo link kule, weka share. Halafu sasa ukimaliza wale wa Facebook share kwa groups zako. Nenda pale enda kwa share, chukua hiyo pia share kwa watu pale Facebook, itakuwa na matena zaidi. Kwa nyumba kama kawaida hapa ni Dennis Nyaputo aka Kurutu aka Kukurikuntu. Today niko na msichana hapa mrembo na mrembos mweupe tititi. Ni mweupe tititi. Unaitwa nani? Anaitwa Naomi Tamazo. Yeah, Kerubos. Keris. She's very beautiful. Thank you. And she's the wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Exactly. So karibu sana. The far end. My name is Anu Shera. In short, Miss Anu. Yes. What else? Nikuulize kama uko pipo.
Oh my God. Uko people? Ni Valentine nitamvalisha pete na maua, so nilikuwa nataka nikatae. Simeona tuko single bado. Sasa wewe ni mgeni, karibu at home. Feel at home. Thank you. Sisi hapo tunapenda kuanza hivyo. So, I hope kama umesha link, kama umemaliza link, tutarusha simu yetu hapa juu na tuanze moja kwa moja. Sawa sawa, au sio? Au sio? Alright, asante sana. Today tuko na mgeni hapa kwenye studio zetu, na mgeni ametoka majuu. Obvious kama kawaida, kama kawa, mgeni akitoka majuu lazima tuweze kumkaribisha katika studio zetu za Kisi Hot TV kama kawaida. Tukimkaribisha hapa ndani tunahakikisha kwamba kile kitu kiko kwenye njia iliyo safi kabisa, na tunahakikisha kwamba mgeni wetu anafurahia sana. But kabla nianze show yetu ya siku hii ya leo, tafadhali, ninaona watu wametune pale, kama umetune pale, nataka tu nikimbie kushare. Nataka ni share link pale katika sehemu ya Facebook. Pia nisaidie kushare tafadhali, tuweze kusikiza maisha ya huyu ndugu dada yetu jinsi ambavyo kulikuwa. Lakini kuanzia leo na kuendelea utakuwa unakuja kila siku, kama leo tu umekuja. I'm here to stay. Naondega hiyo. Nilikuwa ndani. Akina Blessed Mami alikuwa ananiambia kuntu, sijui wewe sijui kutuletea wanawake, sijui kutongoza wanawake ulete hapa. Sasa nimeleta Dapon. Mnaonaje? Sasa tunaingia. How do you see us? So nataka kushare kidogo tu, nikiingia katika hii mashine hapa, kuna kitu nafanya 2 3, kisha baadaye narejea kwenye kabisa na tuanze moja kwa moja. So nisaidie kushare tafadhali. Nisaidie kushare your link. Just help me to share the link, please. Just share the link to your friends. Invite your friends kwenye show yetu ya siku hii ya leo, na tupige moja kwa moja hadi mwisho. Leo tuko na mgeni wetu hapa, mgeni mkubwa zaidi. Ukiniona hapa leo nimevaa nguo nyeusi tititi, lakini ukiniona mimi ni mweupe tititi, so iko noma tena zaidi. So chukua link yako mtu wangu, chukua link yako pale, share pale. Mimi nimeanza kushare link yangu kule moja kwa moja kwenye group zetu za Kisi na pamoja za upload groups, kisha baadaye tuanze show yetu ya siku hii ya leo. I hope kwamba tangu jana tulipoachana tumekuwa noma tena zaidi. Siendelee kidogo kuongelesha watu, mimi niendelee kushare kupika ugali. Endelea kuita. Okay, so kwa wale wenye mmejoin, karibuni sana, and we hope that you're going to stay tuned because leo tuko na something good. Na mkiona msichana mrembo hivi, just know that good things are on the way. So sijui what you expect to hear from her, but venye amesema ni msichana ametoka ng'ambo. Wale wachache wenye wamefanikiwa kupanda ndege, unfortunately hatuja manage. And if wewe umemanage kupanda ndege, hebu comment hapo tuambie ulipanda ndege ukienda wapi. Alafu atatuambia historia yake venye kumekuwa. Unajua maisha ni safari, labda haijakuwa rahisi, imekuwa ngumu, changamoto. Tunataka pia tutie moyo, tujue ni wapi tunaweza kuwa unajua akisema story yake, in one way or the other unaweza kuwa na copy one thing yenye inaweza kusaidia in life. So that is why we have basically here, na tunataka atuambie, advice unaomogusi yenye umeenda nge expected, because yeye amekuwa huko nje, amekuwa exposed kidogo, ameona dunia zingine venye zinafanya maendeleo, na tuambie ni wapi anafikiria kwamba we've been going wrong, na ni wapi ana expect that as a Gusii generation tunafaa kuchange. So bana, malizi hiyo kitu haraka. Nataka kufanya sound testing. Mniambie kama sauti yake iko poa. Sauti ni rembo ama ni mrembo tu, sauti haiko. Hebu sikia sauti hapo inakuja. Hebu kama mnanisikia pia mseme, and then comment. Alafu Valentine, by the way, personally venye niko hapa ninajitetea. Hapana. Tuko na yeye, tulikuwa tumepima suti, sasa siwadanganye. Mbona danganya? Mimi nawaambia ukweli, hiyo maneno inatoka kwa mdomo yangu. Niko hapa personally kujitetea. Sasa hapana. Sasa umeanza kumwaga unga. Mpenzi mtazamaji, samani kwa hilo. Tuko na mgeni hapa leo, tunataka kupiga moja kwa moja, na usimwage unga. Usimwage unga. Okay. So karibu sana kwenye show. Before we start, kama kawaida tafadhali, mimi lazima nianze show. Kwa maombi. Si ndio?
Unajua kwamba mgeni hapana, mgeni ndio mwenyeji apone, so tutapona leo. Najua kwamba leo tutapona. Watazamaji mtaguswa pale, tumeleta mgeni, mseme kukulikuntu wewe endo nunua foundation chipake ndio utakuwa proni kidogo, kitu ndio ni wafanane angalau. Tupeleke kwa Mungu au sio? Oh my God. Sawa. Let us believe and pray. Almighty ever living Father, we come before you this evening. We thank you for the gift of life. We thank you for the gift of everything that you have provided unto us. We are great sinners before you, Lord. We ask you that you may forgive us our sins, which we have done knowingly or unknowingly. In this evening, Almighty Father, we dedicate this interview into your able hands. All those people that are watching wherever they are, we pray that you may bless them, bless the work of their hands, so that as we communicate, each and every person is going to benefit. Whatever that you are going to speak wrong, we pray that, mighty Father, you may remove it from our hearts and our minds. And anything that is going to be positive, we pray that, mighty Father, you may help us so that we can be able to implement it into our lives. In Jesus' name we pray and believe. Amen, 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 amen. Na kwa jina la Papa na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Karibu sana. Atinifanya nini? Ni kama ukufunga macho. Nilikuwa nafunga macho. So anyway guys, ladies and gentlemen, naona watu washafika kwenye show. Naona comment mingi sana, lakini sijui unaweza soma hapa. Unaweza soma comment ziko hapa 2 3 hivi before tuanze show. Soma hiyo. I really don't know if I can see. Short-sighted Kenda, but let me try. So Lewis Onchweri anasema kwamba tuned in all the way from tuko na get roots in maana sema kwamba waiting. Anasema kwamba anangoja vibaya sana na tuko hapa pia sisi. Alafu Lewis Onchweri anasema kwamba tuned in all the way from Australia, Sydney. Salimia fans wote kutoka Ogembo town. Kwetu. So mmesalimiwa watu wa Ogembo kabisa, mmesalimiwa. Papa Antivirus karibu sana, anasema kwamba huwa anafuatilia zaidi. Na sisi tunashukuru sana kwa kukua huku. Alafu tuko na Gideon Ombogo Korwa Obwari na watch live. Karibu sana Gideon. Alafu Baba Nyabendo tune in kabisa, tunashukuru sana, asante. Alafu dada mkubwa anasema leo kuna wale poa sana kurukuntu nivo wairire vuya salimia wageni live from Riyadh. Hapo ni wapi? Ndani. Barikiwa sana, barikiwa nawe pia, tunashukuru sana. Alafu nani huyo tena? Dada mkubwa. Dada mkubwa anasema mambo sawa kabisa, becoming nawapenda. Tunakupenda pia. Alafu pia anasema kwamba kwani mgeni ni mmoja, ninaona wako wawili kikuku. Kwani umechoma kuku? Papa Antivirus show. Miss Anuni wangu. Wewe tafadhali please. I will chase you out and went and you go. You leave me alone, you leave she's mine. Sisi tuambie tuko tumepima suti ya Valentine. So wasifanye tukosane na ijatoka kwa fundi, itapaki huko milele bana. Waambie waache mchezo. Okay. Kai tata. Okay, hey. Let me just go to the first before tuingie interview. Mogosiek Bomet County, niko ndani hadi mwisho. Tuko mtu anaitwa Vefadiwan Papa Antivirus, kwani uliacha nikijidate. Wewe achana mapenzi wako unakuja kwa wangu utaachwa. Dada mkubwa sio kama nitampeleka rafiki yangu huyo mgeni ako single. Tafadhali muachane na huyo. Papa Antivirus anasema kwamba Vefadiwan, are you my ex? Jibu Vefadi, kama umeachwa sema. Papa anasema kwamba Vefadi you my ex, yes. Asana Simba sio kama sauti iko sawa. Mark PK sio kama tuned in from Kakamega Lubao. Sana mtu wangu. Esther Nyanduko kidogo nichelewe but I'm tuned in. Hi guys, karibu sana Esther Nyanduko. At Lewis, unajua mie nitachoma live. Wewe chomea yeye. Asana anasema kwamba amen. Irene kama sio kama hi guys. Huyu anaitwa Vera paito umepotelea wapi? Anasema kwamba from Kasim, Saudi Arabia. Asante sana. Irene Kerubo anasema kwamba I'm new here. Karibu sana Irene. We miss you guy. We miss you Irene Kerubo. Najua leo kwa mwalimu hoteli. Karibu sana. Anasema kwamba watch you from Uganda. Karibu sana. Daniel Nyambane 20. Karibu sana Daniel. Naomi Mangi all the way from Minnesota. Wanakunywanga soda huko. Minnesota ni soda iko huko.
Ni practical ndema ni Coca-Cola. Ni soda. Minnesota inakuwa na soda gani huko? Ni soda. Ati wageni wote karibuni sana, karibu sana. High five, Rini Kerubo, Vera, so kwamba humble Lady Lilian from Saudi watching live, asante sana. Deno, good job. Asante sana. Alikuwa ameniambia nimletee wanawake. Mbona utaki kurudi na hii uchumi ya Kenya na ukosefu wa kazi? Asante sana. Live kanaitwa nani? Lilian. Asante sana. Rini, hao warembo wakuje Monday Valentine's Day. Tunakuja na wewe. Na tukua tuna nini? Irene, hatutakuangusha. Msinimalize. Philip Bironga so kwa watching from Mashauri, asante. Huyu kwa Mashauri by the way. Huyo tuna ukipita hivi ukienda kwako utapita tu akupea chai. Chai ya usiku. Na lunch ya usiku. Irene show iko mofa, asante sana. Patrick Mushiri anatoka Central Kenya, Mount Kenya. Sema kwamba guys, don't lose hope, you can still travel. I hear Cyrus is a Christian country. Asante sana. One love to all members. Irene Kerubo, Resimba, Romesh Nyamongo watching, asante sana. Irene nasema kwamba Hamam hatutoki, karibu sana. Irene nasema kwamba nawakilisha timu Shagala. James Abuki nasema kwamba watching from Magena, karibu sana. Irene Kerubo, sai niko Sarova hoteli Nakuru, asante sana. Lili anasema kwamba Irene Kerubo tunawakilisha sawa sawa. Nyinyi watu wazuri sana. Nimemaliza kukunywa maji. So we want to kuweza kukaribisha mgeni. But before we start, kuna mtu ameingia sasa hivi kwa niaba ya mtazamaji na msikilizaji wetu aweze kutufahamu sisi ni nani. Kwa mfano mimi nitoka na Dr. Dennis aka Kurukuntu aka Kukurikuntu aka Kuntu aka the only man. Mimi niko na rangi ya Afrika na wanakunywanga wanazaa wa Afrika. So it is me, si nyinyi si wa Afrika. Yes, that's me. Hata mimi ni Mwafrika. Unaitwa? Kwa majina ni Tamazo Naomi Kerubo. She is Naomi Tamazo Kerubo. She's here with us. Na vile mnajuanga nimekuwa single sana. Leo niko na wanawake wawili. Tafadhali kama uko na roho mbaya na roho ya shetani, tafadhali usilete hapa. Na Valentine ishafika. Uache tu Valentine ishe, alafu ndio ukuje. Uko mwisho. Ambia unaitwa nani? Kwa nini hapa umekuja sasa hii? Okay, karibuni sana for those ones wenye wamejoin sasa hii. Mimi naitwa Miss Anu. Yes. I'm your host right here. Na niko hapa kuwatayarishia chakula, chai pamoja na kinywaji. Sasa tunakuwa na yeye, atakuwa ananipaka rangi angalau simnaona leo niko at least beautiful. So tafadhali Ekiababa and Judy Kwamboka, I mean yaps, sitaki rangi zenyu nimetoshika nazo, acha nipakwe rangi na ya huyo. Acha tuanze show. Karibu sana mgeni. Nashukuru. Nashukuru kuwa Kiss wanaita Hot Kiss TV ama Kiss Hot TV. Unajua ni vile ni siku ya kwanza ndio maana nimekuwa confused, but no, ukiongea English I guess ita flow kwa sababu najua hujakuwa Kenya. Hapana, nimesahau. Lakini I'm happy to be here. Karibu sana. Nashukuru Mungu tumekutana pamoja na Kurukuntu na msikianga tu online na kumfollow plus my dear Anna. I'm happy. Where do you come from? Wewe ni Mnyamira, ni Mkisi, ni Mjamaika, ni Dubai? Okay, mimi ni wa hapa tu. Kwetu ni Susera district, Nyambogo village, Nyamasibi ward. Wangu ngapi katika familia? I'm number 4 kwa 7. Kwa wasichana? Wasichana 5, wavulana 2. Sasa kwa hao wasichana mimi ndio number 3. So labda ucheze, tunaanza. Karibu sana mtazamaji, tumeanza moja kwa moja na dada yetu. Tunataka kufahamu ile ambayo maisha yamekuwa nje vipi. Si kwao, si mama yake ako pale, hakuna anti, hakuna kwenda kwa kasini. Ni inido. Hakuna kwenda ati kuenda kukura mapera kwa shamba avocado. Pale tujue maisha ilikuwa vipi. Karibu sana.
Sasa umeshatuambia wewe Naomi watano katika familia, lakini sasa mtu akikuuliza wewe Naomi ni nani, angalau katika masomo yako, background ya masomo, ulifikia wapi, na tuanzie angalau safari yako ya kwanza kwenda nje ya nchi. Karibu sana. Okay, kwa majina vile mlisikia ni Naomi Tamazo. Mi nilisoma shule kama 3 kwa primary na shule 4 secondary. Alikuwa kupita. Yeah, nilianzia shule ya home Risa primary. Nikamaliza Risa, nikaenda ilikuwa class 2. Nikaenda Manaret. Manaret primary iko hapa Chebilata. Kumaliza hapo nikaenda Kilgoris Township. Huko ndio nilifanyia class 8. Nikamaliza nikaenda form 1. Buyonge. Iko huko Ogembo. Kutoka Ogembo nikaona nitagongwa niharibu sura. Nilikuwa naishi kwa mtu. Nikasema hapana, wacha niende kwetu. Nikarudi home, nikaenda Kilgoris Girls. Nikakaa huko kiasi, ikakuwa mob na tulikuwa watoto 3 kwetu high school. Sasa ikabidi nikaenda day school. Inaitwa Kilgoris Socio. Huko ndio nilimalizia. Sasa kumaliza hapo, wale watu wa NEC walikuwa wamelewa wakimark mtihani wangu. So nikaona sitaendelea masomo, nikaenda somo la beauty hairdressing Felmax College in Nairobi. Yeah, kumaliza. Ulifanikiwa kumaliza? Nilimaliza form 4 na nikamaliza hiyo college. Yeah. After that college huku katikati nilifanya mchezo wa kazi Nairobi before nifikie hiyo college sasa. Mchezo unamaanisha nini? Yaani nilimaliza form 4 nikaenda Nairobi kutafuta kazi. Huku kazi ninaambia watu niko kazi ya company. Kumbe niko maid nyumba fulani. Bradhangu kusikia niko maid akaniambia hebu jaribu utoke hapo mbio. Nimesikia vitu zako ukai Nairobi kazi. Toka kwa hiyo nyumba, enda utulie kwa auntie ungoje nikupange. Mimi nikaona tena bado naboeka. Kazini yangu akatokelezea mahali akaniambia Naomi unafanya nini kwa nyumba hii ni Nairobi twende hivi. Tukaenda mjengo Kapa huko. Tukaenda Kapa huko mjengo. Kuna kampani ilikuwa inajengwa hapo hivyo. Nikafanya like 4 months. Bradhangu tena akaona si poa mahali niko. Ndio akanikola akaniambia si ukuje nikupeleke ni college ya beauty juu wewe unaelewa hizo vitu. Nilikuwa napenda kushuka nyasi nikiwa mdogo. Nikamwambia basi ukinipeleka huko ni sawa, nitachana na hizi kazi niende. Nikatii. So hebu nikuulize, ukiwa unafanya hizi kazi, ulitoka nyumbani uliambiwa unaenda kufanya nini Nairobi? Mimi nilijitoa naenda kwa auntie kutafuta kazi. Sikuambiwa kazi yoyote. Sasa si mimi nikaanza kujitafutia job. Nikaanzia ya nyumba nikamalizia ya mjengo. Ulifanya kwa muda wa mjengo? Nilifanya 4 months. Mjengo. Na maid? Maid ilikuwa tu 1 month. Nikajulikana. Si kazi ya maana niko Nairobi. Nikamwambia bora pesa. Lakini hakukubali huyo bradhangu akaniambia toka hapo nikupeleke college. Sasa kitu iko na kusukuma ufanye kazi ya mchengo, maid ni nini? Ulikuwa na watoto, ulikuwa na mtoto ngarau? Hapo hapana. Sikuwa na mtoto lakini kuna ile unajua unahitaji pesa yako. Huwezi shinda ukiomba mahali nisaidie ya nywele, nisaidie pesa ya fulani. Nikaanza tu kufanya vibarua. Juu Nairobi nayo huwezi kaa hivyo na auntie ajiwezi. Itabidi tujikaze, at least tunaleta sukari. Juu unakaa kwa mwenyewe huwezi mkalia hivi. At least chikarakari. So at least utafute kidogo msaidiane kwa maisha hapo. At this time period in between here. Ulikuwa na boyfriend angarau ama nikiwa college? Nikiwa mchengo maid.
kuna kukatiwa So wakijua kwamba unafanya mchengo, demu unafanya mchengo, alikuwa na I didn't care because hiyo time maybe hata yeye hakuwa nazo. Na mi si ule mtu, sikuwa na hiyo roho ya kusema eti niaje nisaidie. Ukiona ni sina nywele yangu imeharibika unipe, nitakubali. Usiponipea niko hivyo tu. Hiyo time sikuwa nilikuwa kama hivi kuingia kwa relationship. Nasema wewe form 4 bana, na unaogopa? Unaweza imagine. Ulianza kuogopa lini? Uliacha kuogopa lini? Ukiwa Mimi mimi sijui ogopa in my life. Kuna ile unaogopa kama ulikuwa mshamba. Sasa nijieke hiyo class, nilikuwa mshamba, nilikuwa naogopa wanaume. Nikiwa hivyo na babangu ni mkali, tuseme niko na ball, babangu atanipeleka mbio. Hiyo ndio ilikuwa inaniogopesha mbaya sana. Now umekuja umekuja sasa uko college. Brother amekupeleka. Tuanze hapo tukienda mbele basi. Hapo mbele na mwana. Tuanze ukiwa amekutoa mchengo, amekupeleka college. And what is happening now kuanzia hapo college kwenda mbele? College nilimaliza vizuri, nikapata certificate yangu. Nikaanza tu tena vibarua za salon za wenyewe. Nilikuwa nafanya hapo. Kufanya nikamaliza, nikaona yani hiyo ni kufanyia mtu sasa. Mungu akaleta rafiki yangu anaitwa Lucy Nyamweya. Lucy Nyamweya ndiye alinipigia simu akaniambia, Naomi, nataka nikuconnect job iko hapa. Nataka tutende pole pole, angalau slowly. Before kuna kitu hapa nimesahau. Pole sana mtazamaji kwa kuweza kumkatisha, lakini naomba tuweze kupata the real flow vile inaendelea na miaka. Form 4 kutuambia mwaka ulifanya na vile hiyo mwaka unafanya mchengo pia na umeidi, unaenda college pia mpaka mwaka gani na mwaka gani ambao umeweza kutoka nje ya nchi? 2011 nilifanya form 4. 2011. Wow. 2011 mtazamaji, 2011 kukulikuntu ako form. Hivyo wewe ni mtoto kwangu? Nika form 1. Hapana. Ukweli? Guy, nilifanya 2011. Wow. The following year ndio nikaingia hiyo kazi ya umaid na mjengo. Mjengo hapo between nikaekwa college ya beauty therapy and hair dressing. So umesema kwamba ulikuwa unafanya vibarua vya watu. Na ukafika mahali hadi ukasema like ni kama unafanyia mtu kazi. Mbona make that decision? Hakuwa nakulipa vizuri ama ilikuwa inakuja na some of the challenges zenye ulikuwa unapitia hadi ukasema no, I don't want to do this anymore, ni vizuri nifanye something else? Like salon now, unaweza fanya salon kama tuseme umefanya blow dry, unampea pesa nyingi kushinda zile unapewa. Alafu hata sasa hiyo ndio nilikuwa ninaona nitashinda huku miaka ngapi sasa. Lakini bahati mzuri rafiki yangu akatokelezea, ndiye akaniambia kuja nikuconnect na agent yako hapa tuende Maju. Ndio nikaenda tu hiyo wiki. Vile aliniita tu, Naomi kuja nikuconnect. Mi nikaenda hivyo 1 week, nikaenda Nairobi kuenda process. Ni bahati ya Mungu tu, yani ni kwa neema, nasema ni kwa neema ya Mungu. Hiyo wiki tu sikumaliza hata 1 week home, nikaitwa nikaambiwa umepata sponsor, wewe kuja Nairobi medical, unaenda Dubai. So Naomi, umesema anaitwa Naomi? Mwenye alikuita? Naomi, Lucy amekuita. Lucy alikuwa Kenya ama alikuwa Bahrain? Alikuwa Bahrain. Yes. So ulikuwa umesikia hizi story kwamba watu wakienda huko au kuwa na woga wowote, at least usite ama alikwambia tu hivyo kasema bas Mungu ashatenda? Sikuogopa. Yes, nilikuwa nasikia story. Ati countries zingine sio poa, lakini vile nilisikia Dubai na huyo agent akanipa moyo, akaniambia Dubai ni poa na kuna rules. Mi nikaamua tu nikasema kama kuna rules wacha niende. Nikaenda tu hivyo. Sasa tuanzie safari. Unajua kuna sema kwamba kabla uende ka Dubai ama utoke nje ya nchi, unawapeleka sijini class, unafunzwa nini unafuata sijini nini, tunasafiri.
Yeah, kuna zile country mi like Saudia nasikia wanafunzwa hadi upishi, but mi hatukufunzwa hiyo ya Dubai. Ulikuwa tu wanakuinterview, wanakuuliza unajua kupika, unajua kazi, unajua kufanya ironing, unawajibu. Sasa ni ile majibizano tu, hakuna maybe mahali mlikuwa mnatakikana kufanya kama practical work? Hiyo si kufanya, hapana. Ni waliniuliza tu, mi nikawajibu vile waliuliza. Saa huyo akanikubalia tu, na alinikubalia huko Dubai juu kutoka hapa sikuulizwa hayo maswali, nimeenda kuulizwa pale Dubai. Hapa tu nilikonektiwa nikaenda. Unajua sometimes kama sisi watu wenye tumezaliwa vijijini, unaweza kuwa umeulizwa maybe hata hujaulizwa umeulizwa maswali yenye hata something huwezi jua, kwa sababu unajua unataka hiyo kazi, labda utasema najua kufanya 1 2 3, na in the real sense hujui. Unaona, labda haukuogopa, labda unaweza fika huko kwa sababu ni nchi ya wenyewe, kabila ni tofauti, everything is different. Haukuogopa, labda unaweza enda upate mazingira tofauti, ushinde venye unaweza kujimanage na kuhandle kila situation. Okay, mi sikuogopa juu vile walikuwa wananiuliza, sikuona ugumu hapa juu. Nikifika huko niliwaambia kile ninajua kufanya, unaona. Nikamwambia upishi, najua yes kupika, lakini tumezoea food zetu pale Kenya, na kama zenyu ni different, mtanifunza, niko ready kujifunza. Na unaweza angukia mtu mwenye hataki umpikie. Sasa kama mimi nilipata mtu mwenye haendi kazi, tutasaidiana tu kupika na yeye. Okay, tupeleke sasa safari ya kupanda ndege. Moja kwa moja umeanza kupanda ndege, vile ulikuwa una feel, and then umefika kule, ulipokelewa vipi? Kuna wengine akifika kule kazi, but the first day immediately ni kubadilisha na kuanza kazi. So tuanzie hapo tukienda mbele pamoja. Okay, tukitoka Kenya tulienda tukaland Dubai poa. Kufika huko tulimpata mzee mmoja ambaye ni wa kazi. Hiyo company tulikuwa tunapeleka. Hiyo company ni ya wasichana wanaenda pale wa kazi. Wanalala huko masiku, itategemea vile utaangukia kazi yako. Wanakaa huko wanangoja interview. Mi tulichukuliwa tu na huyo mzee wa kazi Tadbia company. Kufika huko tulipewa maji, tukaoga, food poa, tukalala. Kesho yake tukapewa uniform za hiyo company, tukapelekwa ofisi. Ofisi huko mnaenda, kuna rooms kama 2 3 hivi, mnaekwa girls. Kuna ya ofisi rooms nyingi tu, mnaketi huko. Sasa ikifika masaa ya interview, kuna wale wanawataka masponsor wanakuja kutafuta wasichana kwa kazi. Walikuwa wanakuja, mnaitwa mmoja mmoja, mnaenda interview. Hata kama ni 5, ikifika mahali umeangukia mtu mmeelewana, anataka vile pia mahitaji yake yako, si mnaenda tu na yeye hivyo. Unaweza fanyiwa interview hata watu 5, lakini mmoja akuchoose, ndio unaenda hivyo. Unaenda unafanya kazi, unapewa hadi namba kutoka kwa company, namba yenye ukifanyikiwa kitu kibaya ama ukai comfortable na hiyo familia, unawapigia, wanakukujia, wanakuchange nyumba ama wanakurudisha ofisi mpaka siku utapata sponsor mnaelewana. Naam, sasa umechukuliwa, sponsor wako amekuchukua kwake na karibu na town, ama ilikuwa karibu, safari kwa muda aina gani? Na kufika kwake alikupokea vipi? Alikupatia kazi immediately, ilienda vipi? Okay, hii kwa mbali sana, lakini vile nilifika wanakaribisha watu vizuri. Kifyangu sasa sijui hao wengine. Mi nilikaribishwa poa, nikakula. Napenda kazi, mi sikufurahia nikimuona eti akiosha vyombo na niko sawa. Akaniambia, we tulia kwanza ulale, unaanza kazi kesho. Nikamwambia hapana, acha nikusaidie hii. Zingine basi nitaanza kesho vile umesema. Mi nilikaribishwa poa. Kesho yake ndiye akanieleza kila kitu vile nafanya, vile anataka nyumba yake ikue. Nikakubali. Nikamwambia tutafanya kazi. Lakini challenge zilitokea mwanzo. Nataka tuanzie how life was. Sasa uko kwenye njia wenyewe,
nyumba ni ya wenyewe, labda umepewa sheria na masharti ambazo umepewa, utakuja kujua sheria na masharti zenye ulipewa, kwa hiyo nyumba ya wenyewe. But sasa ulianza kazi kesho yake, ulianza maisha kazi vipi, iliendelea aje, kulikuwa uzuri gani na ubaya gani, yani nini kilikuwa kinatendeka hiyo siku za kwanza? Siku ya kwanza mi yenyewe nimezoea kazi huku nyumbani, si kuona kitu kibaya juu nilikuwa nimezoea hii mambo na usafi, si kuona ni kazi ngumu. Lakini mahali kulikuwa na challenge ni vile ukisikia mtu akikushout, hiyo ikunifurahisha, lakini ilikaa kama 1 week alikuwa na shout, na kushout kwake si eti ni kazi, ni kwa sababu aliniambia nivalie kitambaa kwa kichwa, nikakataa juu nilienda siku ya sama, singeweza kuvalia hicho kitambaa. Nikamwambia hiyo sitaweza juu sijazoea. Hiyo ndio niliona ilimfanya crazy, nikaamua kukata nywele ndio tuelewane na yeye. Sasa vile nilikata hakuniuliza kwa sababu yani hakuwa anataka tu easy peace. Nikaenda vile anaenda ndio nikasurvive na yeye. Ngoja kwanza, nataka tu kwanza tujue maisha, before tufika hapo. Mwenyewe kukua kwa wenyewe, kufanya kazi vile umepangwa kazi. Yani siku za kwanza ili kupeleka kazi, ukienda kufanya kazi gani ulipewa? Kuna wengine wanasema kwamba ukienda pale sijui unapatiwa dogi, unalala nayo, sijui unalisha nini, sijui what was it? Kazi yenyewe siku ya kwanza lazima ikue mingi. Juu hujazoea, unaona? Umezoea kwenyu ni kanyumba kadogo. Kule kuna magorofa. Unafanya unachoka, lakini finally utakuja kuzoea polepole. Na ukizoea itakuwa kazi kwako. Yeah. Si kuona challenge mingi kubwa, lakini mimi vile nilikuwa nimezoea tuseme kazi, si kuona. Yeah. Huwa mnaekewa working hours ama? Walisema kutoka ofisi tunafaa ku work 8 hours. But si kuona hicho kitu eti 8 hours. Unafanya 24/7. Ni bahati tu siku ya kwanza tu nilipumzika. Hizi zingine unafanya 24/7. Ukifika jioni bahati kuangukie mbaya, wageni itabidi tena ukeshe na wao hadi saa 7 saa 6 ndio kuje kulala. Na kesho bado utaamkia. So ulikuwa unafaa, kama kuna wageni unafaa kulala saa ngapi na unafaa kuamka saa ngapi? Kama kuna wageni mi nilikuwa nalala 9:30 wakati wa shule. Yani tuseme watoto wanaenda shule, unalala 9:30, mnaamka 6. Unaona? Lakini kama kuna wageni au watoto watalala, we bado utakesha na wao. Hao wageni hadi waende. Yeah. So ukifika pale, kuna wengine wanasema kwamba kazi unapewa kazi mingi. Je, kazi yako ilikuwa mingi? Hakuna kazi ndogo. Kwa Mwarabu. So ni specific ni kazi gani? Cleaning, una clean, yani tuseme kama hiyo gorofa iko na room kama 6, 7 hadi 8. Na hizo room zote ziko na bedroom. Na hizo room zote ziko na mabathroom. Hizo zote ni wewe ndio unaosha. Ukimaliza ukuje vyombo. Ukimaliza vyombo msaidiane kupika. Yani ni hivyo tu kuzunguka tu mpaka siku ishe. Yeah. Labda kuna wengine wanasema, unajua nimekuwa nikiinterrogate na wasichana wengi ambao wanatoka Gulf. Kuna wengine wanasema kwamba maisha ni magumu, especially kusiji nguo, mashine za ripiko, uvue nguo, upige pasi, upange nini. Ulikuwa unafanya hizo wewe? Kunao, mi pia nilikuwa nafanya ironing. Ilifika mahali nikaona kazi inanilemea. Walai nilisema mashini imeharibika na haijaharibika. Ikabidi waanze kuchukua laundry. Sasa nikikaribia kukuja ndio mashini ikanunuliwa kubwa. Sasa tena nikaanza ku iron hizo nguo. But mwenye yako sasa ndio nahurumia. Mbona namhurumia? Because kwa sababu wezi kutuambia yani hao. Inabidi sasa hiyo kazi ni yake yote. Unaona mimi nilitumia ujanja ndio nisi iron zote, at least nipewe za watoto peke yake, za mzee ziende laundry.
Unaona, nikatumia ujanja, mashini imeharibika, na Mungu anisamee kwa uongo. Hiyo ulidanganya kwa muda gani? Kwa miaka? Nilidanganya kama mwaka hivi, na hiyo mashini hata yeye alikuwa anaiona ikuwa yenyewe poa vile, juu unashinda hapo nayo unachoka, umesimama, hata unaweza anguka bure. Lakini alikuja akaelewa, aka understand, akaanza kuzipeleka laundry. Amebaya mashini mwisho hivi nikikuja. Labda ukikuwa kwa hiyo nyumba, kuna vile vitu ulikuwa unaangalia unasema hata kama kuna kazi mingi na hizo vitu vingine, kuna hiki na hiki kinanifurahisha, inaweza tamani hadi niendelee kukaa huko. Kuna 1 2 3 ulikuwa unakaa hivyo unasema hapa nao niko sawa. Ni nini zile zilikuwa zinakufurahisha? Hakuna. Hakuna kitu, ni kuvumilia tu. Unavumilia tu life juu umeenda kutafuta. Unaona? Huwezi sema eti kuna uzuri kwa Mwarabu. Hata kama kunayo ni 2%. Wallahi. 2%. Mi kitu nilikuwa naona yenye ilikuja kunifurahisha ni love plus at least unabaiwa kanguo, haizi baia mtoto wake akuache, akienda na kufanya tu kama mtoto wake. Lakini kwa kazi nayo kazi ni kujikaza. Unajikaza kindume ama kimwanamke. Lazima ujifanye kazi. Unajikaza juu ulienda kutafuta, unaona? Na huko hakuna ndugu yako, hakuna mama yako. Kazi ni kazi juu unataka pesa. Na huwa labda wana understand, labda leo ufeel vizuri ama wanakutreat tu kwa sababu wewe umekuja kufanya kazi, they don't want to care kama wewe ni mgonjwa ama unafanya tu. Kwa ugonjwa ni kuangukia. Huko unaweza gonjeka upatiwe Panado. Ugonjwa yote Panado. Mpaka sasa kitu kilikuwa kinatusaidia by the way kama sisi ni company. Unaona? Ukiwa mgonjwa company ndio inakushughulikia. Kama si hiyo sijui. Juu unaambiwa hiyo ugonjwa wako utaenda kutreat Africa. Unaona? Sasa unavumilia, unaambia Mungu na kwanza sana hatukuwa tunagonjeka sana, yani si wote. To me, mimi nilikuwa naomba tu Mungu anisaidie nisigonjeke juu first time niligonjeka, design aliongea. Nikaambia Mungu tu nisigonjeke, kama ni kichwa najua vile nitajitreat hivyo tu. Lakini ugonjwa ingine isinikujie tafadhali. Mungu naye alinisikia. Kugonjeka ikuwa sana huko. So kwa wale labda walikuwa na magonjwa, kwa sababu nimeona most of the videos zina trend TikTok, pata mtu ni mgonjwa hadi maybe ako hospitali, hakuna mtu anamshughulikia. Sasa tuseme for example the company yenye imekupeleka imeingilia kati. Kampuni inashughulikia mahitaji ama bado watakukata mshahara ndio iende kushughulikia your bills kwa hospitali? Wanaweza kushughulikia kiasi, wengine wanaweza kataa na utatumia pesa zako. Unatumia pesa zako. Kama ugonjwa, kama tuseme umesema tuko mgonjwa meno unajishughulikia. Hii ugonjwa kidogo ndio wanatibu. Mimi nilikuwa naona hivyo, lakini yenyewe kuna wasichana huku nchi wako wagonjwa. Hata kuna mwenye ametucall sasa hivi ati uko mgonjwa na ashughulikiwi. Sasa hicho kitu kinauma tu sana. And sasa uko kwenzi ya wenyewe. Labda hapo ulikuwa Kenya, ulikuwa na miti watu. You had a boyfriend ukienda. You had a boyfriend ukienda? Yeah. Yes. Sasa ukienda, ulikuwa na dress period siku ngapi? Woi, 2 years. No, wait. Ukitoka Kenya. Before ukiwa Kenya, ukienda ulikuwa na dress period siku ngapi ukipanda ndege? Nilikuwa na dress period ya 1 year. Na nikaenda kuongeza 2 years. Very serious? Yeah. So sababu nilikuwa na mtoto. Singeacha huyo mtoto mdogo niende huko kufanya vituko. There is a time niliona post ya mtu fulani kwa Facebook yako. So does it mean that hakukuwa na uhusiano ama what happened? Mtu mgani mtaji? Ngoja kwanza tutafika hapo. So tutafika hapo. Maybe So nimemsema. ngoja kwanza tutafika hapo. Sasa hapa
Umeenda pale. How do you guys, you ladies, how do you manage pale mambo na dress peri? Wewe ulimanage vipi? Because that's one challenge ambao uko pale. How did you manage that one? Mi kitu nashukuru hao watu ni kunikazia. Ukikaziwa kutoka, unaset mind yako, enyewe sikubaliwi kutoka. Acha nishughulike na kazi ili nilete hapa. 2 years ni kama 2 days, itaisha tu. Juu nothing you can do kama utoki kwa nyumba. Unaenda kufanyia wapi hizo vituko? Kama una freedom, lakini kama uko nayo. But how did you manage yourself kisaikolojia ukasema now dress paid now, leave me alone? Ilikwenda kuuza inakupika kichwa kidogo ama ni mindset ukipiga akili pale nayo utaumia. Lakini ukijiset, kitu kenye kinasaidia sana, kenye hata nilikuwa nashukuru hata kama tulikuwa tunaumia, hiyo kushinda kwa kazi. Unafanya kazi unachoka kitambo, umalize kuingia kwa kitanda ni uko mjinga tu. Uko mjinga tu. Saa ngapi utakumbuka dry spell? Kama unaamkia kazi ufanye mpaka saa 7 saa 8, alafu tena kesho uamkie na ukumbuke kuna CCTV everywhere. Na ukumbuke Everywhere. unazo. So tunaona kuna baadhi ya wasichana ambao wanaangukia mapenzi ya kimtandao. Labda wewe ilikufanyikia ukaangukia mapenzi ya kimtandao, angalau ukakuwa na mpenzi ukamtumia pesa kidogo pale? Pesa? Umesema ulipata kwanza mpenzi wa kimtandao? Wapenzi ni wengi wanakuingisha inbox, inategemea na wewe. Ukipenda mtu ama usipende. Alafu ukiongea story ya kutumia mtu pesa, kai hizi zenye unapitia uchungu hivi na madry spell pia. Si wanatumanga pesa. You send money. Si rahisi hivyo. Maybe aki sijui niseme aje, lakini si rahisi hivyo. Utume waende kukula na nani huko kando? Ni uchungu. Sasa unajua hiyo heri useme si eti boyfriend, maybe kuna issue imetokea mtandao ya usaidizi, hapo utatuma tu. Lakini ati nitumie mwanaume pesa. Naweza mtumia ile ya kama Valentine. Unasema Valentine ni 14. Hiyo unaweza tuma, lakini si kila time eti. Hata uko na shughuli zako unapanga kufanya. Usaidizi tu mnasaidiana kiasi, but si kutuma pesa eti hivi. Unapiga mahesabu pia. Labda kitu anambia kuhusu maisha ukiwa pale na umekuja Kenya. So mtu akikwambia nao turudi, come back to maybe Tena njingia Makatal ufanye kazi. Je, unaweza rudi ufanye kazi kwa sababu umezoea kufanya kazi? Mwingine asharudi, anakuja Kenya miezi 3 anarudi tena. Je, wewe unaweza rudi? Naweza, but isikue ya nyumba. Ni kuchange job tu. Mbona si ya nyumba? Ya nyumba nayo iko na challenges zake zenye sometimes unafika unafikiria unasema ili ningekaa home nini. Sometimes kuna tumadharau inakuanga for no reason kwa hao wanawake mpaka unashindwa. Maybe kama hiyo ugonjwa unakuwa mgonjwa, mtu akushughulikii, unasema sasa hivi ndio atanifanyia tena nikirudi, ni heri nikae nyumbani ama ni change kazi. Inakaa so kuna mavitu ndogo ndogo mtu anaweza kukufanyia hata akili yako isikue huko. Hata kama alikuwa mzuri, kuna disadvantage zenye zinafanya usirudi. So apart from magonjwa na madharau kwa nyumba, everything else ilikuwa sawa? Kila kitu kiko sawa. Mi sana kitu kilikuwa kinaniuma, ukikuwa mgonjwa unapewa Panadol. Hiyo kitu si poa. So pale kwa nyumba some ladies wanasema kwamba watoto wale wa Arabu, yani kuna vile wana behave. Je, wewe ulikuwa watoto walikuwa sawa ama walikuwa na misbehave? Unajua mtu anasema kwamba anapiga deki akitoka tu hivi mtoto anakuja na mwaga maji. Okay, mimi nilikuwa na watoto 2.
mmoja ndiye alikuwa kichwa juu ni wa baba. So lakini kuna siku moja mi nilisema tu kivyangu, yani ile niliambia mama yao, akia watoto wako ni wazuri wote, lakini mmoja ako na kasoro. Ni kama alienda akamuongelesha. Sasa nikaona mtoto ameanza kuchange pole pole. Yeah. Akiona tu nina mob anangoja. Alafu Yeah. kuna wale wenye walikuwa wanasema kwamba wanapitia challenges za kuchapwa. Maybe unafosiwa kufanya kitu hautaki. Wengine kama for example wewe, unajua si wa Kenya huwezi kula nyoka. Unafosiwa labda ukule nyoka, ukikataa unachapwa vibaya sana, kichapo cha mbwa. Sijui kama wewe ulipitia hayo ama marafiki zako walikuwa wanakuongelesha about it. Nilikuwa nasikia tu, na kwa groups unaona clips vile watu wanatandikwa. Lakini mimi naweza sema kitu kilinisaidia ni company. Unaona hii company tulienda nayo iko na rules, huwezi sumbuliwa hata juu akikufanyia kitu na unarudi tu ofisi. Yeah. Nasikia boss pia anatamaningi huyo mwenye anafanyia kazi. Wewe je, alikutamani akakukatia akakwambia uko sawa, ama kukuguzaguza ama kukuongelesha tu hivi? How was it in the house? Hizo challenge ziko, but mimi naweza sema no, nataka tuambie kwako ulipitia ziko naweza kukwambia zangu mi yenyewe. Huyo mzee alikuwa disciplined, hakuwa na hizo tabia. Na pia ukumbuke nilirudia kuna CCTV, akifanya hivyo ni yeye anaonekana. Sasa alikuwa tu laini kivyake, mi sikupitia hayo. Yeah. Okay, so umefanya kazi. Labda ulikuwa na kazi, ulikuwa unatoa pesa nyumbani ama ulikuwa unaziweka pamoja? Tulikuwa tumefunguliwa ATM huko. Sasa tulikuwa tunaweka huko, lakini time wanataka mahitaji ndio unaenda unatoa pesa unawatumia. Yeah. Maybe kuna at some point uligundua kwamba hawajakupea pesa ama walikuwa consistent kwa kukulipa pesa? Hiyo ni lazima. Hizo rules zilikuwa walisign pia tukisign rules. Yeah, hakuna mwenye atakufanyia vibaya. Kwani nao kila wengine mwezi wanakuweka. Hizo ni countries zingine maybe kama Saudia ama kama ziko Dubai. Maybe huyo ni mrembo mwenye hakupitia hiyo company nilipitia. Alienda kivyake, maybe wanaweza kuwa, but to me nilikuwa nawekewa na company. So kuna kampuni ambazo labda hazina rules, so ukienda tu mtu anakutreat venye anataka. Yeah, vile anataka. Kwanza huyu wangu kama si company ange reduce hiyo kelele yake. So alikuwa akianza tu hivi namwambia nirudisha. Sasa akajikanya tu mwenyewe, tukakuwa tu sisters mpaka nikamaliza contract. Nilikuwa nasikia ukisema kwamba kama umeenda umesign your contract, no matter what happens, there is no looking backward. Lazima umalizie contract ndio utakuwa allowed labda kurudi nyumbani. Yeah, ni kweli. Na kuna ule sponsor unaweza angukia umwambie muelewane. Kila mwaka unaenda una visit home, unarudi. Kuna ule mzuri unaweza elewana. Yeah. Wow. So before tuende kumaliza, nataka kuleta mashabiki hapa kwa ready upatie link mkuje kwenye show muongee na sister yetu. Je, sasa hivi uko na watoto wangapi? Uko na mtoto mmoja wa jinsia gani? Mimi niko na watoto wawili. Yeah. Watoto wawili? Yes. Wasichana, wavulana? Kijana na msichana. Age? Mmoja ako 7 years, mwingine ako 4 years. 7 years, 4 years. Yeah, na ndio yuko young. Mungu tu. Ni kukunywa maji mob. Mnaona hii sura hapa msichana ni mdogo. Kwa pile maji yangu ni kidogo. Nimeambia kunywa maji tusizeeke. Hata mimi pia nikunywe maji bwana. Hebu niangalie vizuri, nimeanza kuwa kijana. So already glowing. Anyway, it's okay. Yeah, come back to the normal business now. So you where to mpenzi, unaye mpenzi, papa yupo? Baba niko na mpenzi. Niko na mpenzi na very soon tunawaekea vitu po. Amen.
Niko nataka kuuza swali tatanishi hapa kidogo. Sijui kama utanishi nikuulize. Uliza. Miaka ya nyuma ama mwaka hivi si mbali sana. Tumeona kwamba kuna baadhi ya mtu ambao alikuwa ameweka katika mtandao wa Facebook ambaye ni maarufu, ambaye pia amejulikana katika maeneo ya Kisii na nchi Kenya. So nataka kuuliza kwamba uhusiano upo kati ya wewe, sijui nimtaje jina ama ni finyirie katikati hivyo. Wewe unaona aje? Mimi nimeuliza labda kama zinaweza niulize tu hivi, anajua kama yupo asikie kwamba anaitwa anajulikana. Unajua sisi wenyewe wanawake akisema kwamba niko na mpenzi. Sasa mimi sasa tuseme kwa mwenye na date sasa sema kwamba ako na mpenzi. Sasa sisi jua ni mimi, ni cousin, ni uncle. So ukiwa specific inakuwa tu noma. Mpenzi si tuwatajie hiyo siku ya harusi. Tuko na harusi by the way. So huyu jamaa mlikuwa naye uleka katika mtandao ni mpenzi ama ni cousin? Si cousin. Huwezi post cousin hivyo na ako na mpenzi wake. Hapana. Lakini ni nani wewe unasema? Nimseme jina. Mama Ana nisaidie kusema jina. Kai. Unataka kujoma? Mimi siwezi joma. Hata naona watu wengi tunampigania huku. Ukweli? Nataka staki watu ni vile staki watu waweze kuleta conflict na atimpatie mwanamke, watu wakuje inbox. I want you to be very specific and say you declare. Ndio mtu kama alikuwa na roho chafu anatembea mbali. Kama kuna mtu alikuwa ananyemelea mpenzi wako, ajue kwamba ni wako na very soon something good is going to happen. Si alikwambia? No, si mimi. Mimi kama host sina shida. Hatujui. But ndio nikuuliza kama unataka nimtaje jina ile serious. Kwani situko serious? Kuna watu hapa unaweza pata kuna mtu wa Rombaya na nataka mtajiwe jina. Na tutaki watu waweze kufanya nini? Waweze kuchukua mpenzi wako uje kuniambia Deno, unajua mpenzi wangu alichukuliwa na mtu fulani. Yeah, so atajitokeza tu papa. Papa mwenyewe atajitokeza. Papa. Papa mgani niko na Papa Leonard Isaac. Ni yeye? Papa Leonard Isaac. Ngoja nitawaambia tu. Tutawaambia siku tunaandika wedding ni very soon. Hapo acha ikuwe surprise. Tukijoma je? Hakuna kuchoma. Labda ningeuliza, unajua hapa kuna party wasichana hapa wanakufuatilia. Na kuna party mashabiki hapa wengine wengine hapa mnakaa na wao huko na wanajua. Sasa ndio maana tuseme jina, kama unajua mimi ningesema jina, ungesema nimefanya nini? Nimepandika. Ndio maana mtu ajue kwamba umekuwa ukipost huyo mtu kila siku na ni mtu ambaye ako hadi maarufu hapa. Unajua mtu mwenye ni msanii ambaye anajulikana, watu wengi wanajua sana wengi. Labda unasapata unafanya nini? Unachezwa. So ukisema kwamba Papa Rena Deisa ni mpenzi wangu, so hata kama shetani anapotelea mbali, hata kama alikuwa plan atajua kama harusi iko. Leo mmenipata, lakini si tumalizie basi hilo swali. Nitamtaja. Yes, msiende mbali. Hatataja mpenzi, atatajwa na maybe wanamjua. No, mimi najua ningeuliza kupitia kwa jina lake. Okay, ningetaja jina lake. Ndio maana yake kwamba niruhusu, unaweza niruhusu nitaje jina lake kwa niaba yako niuze. Yeah? Tutamalizia na msende mbali. So kabla ya hiyo, wacha tu niangalia hapa nikupatie link. Wacha nipatie link mkuje kama kuna maswali ya kuuliza. Ni saa 5:33 Afrika Mashariki. Nimepatia link hapo kwenye comment, tafadhali chukua link. Kerry Ray anasema kwamba Jacking Sareti ulipea pombe. Article, so it was through they are dating ukweli utaku haitaki uzembe. Kai. Gertrude Nyamali, kuna mtu amepiga mbizi. Nani? Kerry Ray, poa sana, karibu sana. Lilian J wewe uko na maneno. Gertrude Nyamali, poa sana. Kerry Ray, kwani huyo demu ni kalewa. Unasema kwamba umelewa?
Unajua wanaongea wanadhani kwamba umelewa. Hapana, mimi macho yangu yako hivyo. Mimi sionangi kwa light. Yeah. Ako yani kuna sex eyes. So nimeshawapatia linki pale, kama kuna swali la kuuliza utakuja tuuliza hapa. King's right Kukurikuntu, I was about kusema nipe huyo mrembo. Unataka nani? Hapana, huyu ni wa mwenyewe. Na usiende mbali, atataja mpenzi wake. Kama tafadhali, kama ulikuwa na nyemelea jamaa, jua kama mpenzi wake ako hapa leo, today ako live ndani ya Kisi Hot TV. Leo mpenzi wake tafadhali. Na huyo jamaa alituambia last year mlikuwa mnafaa muwe na harusi. Last year. What happened? Unajua? Unataka sasa niseme? Sema. Relationships sio za kila mtu. Na ikifika mahali kuna kuanga na ka break. Lakini tuko sawa. Sasa, kwa hiyo time ulisema by the sikuwa nimefika huku. Yeah. So harusi ilichelewa. Ilichelewa na iko njiani. Lakini mpenzi na umekataa kutaja. Kumtaja nitamtaja. Nitaona tu kwa comments sai. Alafu nimtaja, nitamtaja. Sijui kama yuko, sijui kama yupo. Nani kama unamjua? Sijui kama yupo, sijaona hapa. Anaitwa naona Geoffrey Bichanga. I have one question for our sister. She said she worked 24/7. Why she didn't go back to the country to report about it because her contract is 8 hours. Tunakuja hapo. Fungua kamera tafadhali. Huyu anaitwa nani? Huyu ni nani? Hey, Naomi Lilian. Lilian. Lilian amena mbio. Kuna mtu amesema hapa Kerry Ray anasema kwamba Papa and virus. Sijui Papa amefanya nini hapa. Sasa kuna msichana hapa anasema Kerry Ray. Be proud kwa gaidi wako mtaje. Yaani watu unajua people you don't feel insecure I mean you know when you have mpenzi ni wako ni wa mimi niko na mpenzi wangu hapa, tutakuwa tunakuja naye kila siku tafadhali, na tutakuwa tunafanya nini? Tunawapea yes, yeah, so nangoja watu waingie kwenye show. Kama kuna swali tafadhali, kama kuna swali nataka kuuliza, nimeweka linki pale. So kuna huyo anauliza kwamba umesema that ulikuwa na work 24/7 lakini kwa contract ilikuwa inasema you are supposed to work for 8 hours. Anauliza mbona hukuenda report to the company? Okay, swali nzuri kabisa. Mimi naweza mjibu. Mwanzo nilitaka kurudi, lakini sasa nikafikiria naweza sema nirudishwe niende niangukie familia mbaya zaidi. Unaona? Nikaona tumezoeana nao, nikaamua kuvumilia. Juu kila kitu ni kuvumilia. Ufanye. Juu hata huku mahali unaenda bado sioni kama inaweza kuwa hiyo 8 hours kwa Mwarabu, kazi ziko huko. Itabidi tu uvumilie ufanye kazi. Contract itaisha tu. Nilikuwa nimezoeana na wao, nikaona tena naweza enda patana na watu wabaya zaidi. Ikabidi nikavumilia. So what was the medium of communication? Mlikuwa mnaongea Kiswahili? Wanajua English ama wanajua Kiarabu peke yake? English. Tunaongea English ya. Wamesoma hao. Laki kwa sababu wengine inabidi sijui unapelekwa shule unaanza kufunzwa. Ama mnatumia signs kitambo uelewe, mnakuwa mmetusiana hata kutusiana. Niko na mgeni hapa. Mamaki. Mama Aki. Mama. Mbuyande, habari ya jioni? Poa sana. Mbuya kai. Karibu sana mama. Karibu sana mama mapendo, mama love, mama mapenzi.
Tako ndevi na ndipendo ninga bakare. Kai. Karibu sana, zungumza na mgeni. Mambo malaki Nekiri Naomi. no mama Aki ngakiba. Mbuyande Niko poa mama. tebangu. Niko Kai poa na hokungu ari wewe? Dubai. Nje Yeah. mbuyande ne mbure yokandoche gutugaiga. Pole. Vumilia. Sinira hapo mvua ikinyesha. Mbona ndura Ama akiero Yesu no. Okay. yuko Gulf. Gulf inde. Yao Ate Gulf hiyo wengine kere ndibona. wanafurahia mvua ikinyesha. Si. Hao Waarabu hao. Wakiona mvua wanafurahia. Okay, barabara kore mbra wanafurahia kwa sababu ya hali ya joto pia hiyo jua. Lakini kwetu sisi tukiwa na mvua tunaona ni kama baridi. Baridi inazidi sana. Na actually mali niko baridi ndio tuseme inalemea kila mtu. Okay, mimi kitu naweza sema nimeshukuru sana nimekuona uko mtandaoni. Ya nilikujua kutoka kitambo. Usitaki kujua nilikujua aje. Na kujua kutoka kitambo. Wow. Pia Yeah, najua I'm ni happy mwimbaji. too. Mhm. Mimi nakujua, siwe ni kazi ya kina Dolphin. Doris. Yeah. Sasa usitani sikujui. Ukikosa tutakuleta tu hapa sisi wote kama familia. Okay, actually Uarabuni iko na yake na Uarabuni pia mtu ukiingia unajikubali tu. Sure. Unajikubali tu. Ikikulemea ni hivyo. Ikikupenda ni hivyo. Kwa sababu tukikuja kwa watoto wa Arabu utaangukia mmoja ni mzuri, mmoja ni kichwa ngumu. Na ni totally kama inakuanga hivyo. Mmoja atakuwa mbaya na akuwe mbaya kabisa. Na mmoja atakuwa Sure. mzuri, atakufurahisha. Utapata wengine ni tofauti ya watoto, lakini sana sana mmoja atakuwa tu mbaya. Mwenye hata haeleweki. Lakini kwa Mwenyezi Mungu pia nasi anatupatia ile ujasiri wa kuelewa. Kama kulea tu mtoto wa mtu, ni unaweza lea wako. Juu pia ni challenge. Kazi Uarabuni ni challenge. Especially wale wanaingia Uarabuni, wajikubali. Na weke Mungu mbele. Yeah. Waombe sana, yani mtu aombe. Kabla hujasafiri ambia Mungu akutangulie. Ndio at least Sure, ukienda maombi pia Mungu ndio anakukumbuka. chance. Especially Dubai, sisi huwa tunasikia Dubai na Qatar ndio places ziko at least better kushinda hizo Gulf zingine. Lakini pia challenge ni ile kwa sababu wanasema Mwarabu ni ule ule. Awe Waarabu, awe Qatar, Dubai, Lebanon, Turkey, Iraq, hivyo Israel ni the same. Kwa hiyo ni Mwarabu. Lakini tuombe tu Mwenyezi Mungu wale wenye tuko huku. Mungu atusaidie tumalize contract turudi nyumbani. Tukutane na familia zetu. Kweli mama. I hope umetoa nyimbo. Yeah, nimetoa songs 5 lakini sijaeka picha. Very soon. Jaribu weka alafu pia nasi tutakusupport. Ni sawa, tutakusupport very soon. Na harusi utatuambia mambo ya harusi. Sawa mama. Nashukuru. Asante. Hii harusi mimi nitaachiwa. Mimi ndo nitatengeneza. Wewe ndio utaunda. Mimi na mpedboido wangu hapa tutafanya nini? Tutasimamia wimbo. Okay, karibu sana. Kwambo wewe. Cheza na mimi. Okay, karibu sana. Mamaki usienda, shikilia hapo. Niko hapa na Papa and Fighters. Acha nilete hapa. Sure, okay. Papa. Yes, mkubwa. Mambo vipi? Niko fiti sana, naona mko na mjadala mzuri sana. Tuko hata viti na tuko na meza hapa. Karibu sana pro. Naona mko na maji na watoto wawili hapo. Bwana mimi hapa saa hii. Ninapakwa rangi, mtu wangu nakuambia ninapakwa rangi. Naona sasa. Mimi niko na swali kwa huyo msichana ambao kwa hapo katikati. Ndio huyo hapa. Habari yako Naomi? Nzuri sana papa. Sasa na mimi ningekuuliza hivi, kama mimi ni kijana hivi nataka kufanya kazi huko ulisema unapatikana Dubai, si ndio?
vijana kama sisi tunapataka kazi huko, unaweza pata kazi huko? Kazi ni mingi. Kuna kazi ya kuosha kaa. Nasikia, acha nikujibu kazi zenye ziko huko. Kuna za kuosha choo. Sio uongo. Kuna wacha nimalize. Kuna za kuosha choo, kuna za kuosha magari, kuna za supermarket. Unaona? Na kuna security, kuna za building kama umesomea building and construction. Hizo kazi zote ziko huko. Umependa gani? Na sawa, inakuwa nani hapa ya vijana wengine? Sasa kama kuna kijana hapo kulika akae kimya ama akae vile anakaa, ajue kuna kazi huko Saudi Arabia ama hapo Dubai. Ngoja kwanza niongee huko. Umefanya poa kuuliza hili swali. Ngoja nijibu pia mimi. Hamida. Zamani shikilia hapo. Sijashikilia, mbona ulize pale? Ngoja niulize huyu Papa Antivirus hapo ndani. Huyu auliza tujue kazi zipi zenye ziko Gulf. Jua venye kuko hapo Kenya kuna kazi. The same way Gulf kuna kazi pia. Kama umesomea ualimu kuna pale. Ukitaka tuseme we ni engineer, kuna engineering pale wahitajika. Haina ubaguzi. Msikaseme eti sijui huko Gulf ni kazi za nyumba tu. Kasema tu ni kazi za nyumba tu, lakini watu wapata hela. Madaktari hao Kenya hapo wanalipa pesa kidogo, lakini ukiwa daktari kuje Gulf kuna pesa zaidi. Daktari wa huku Gulf anawezalisha daktari watano wa mshahara wake. Kwa hivyo msije kasema eti sijui nini na nini. Mwache ubaguzi na mwache madharau. Gulf haina kazi, haina. Hapana. Ngoja. Hamida. Kurukundu tutakuja kusambana makofi na wewe. Umenisalimia? Sina salamu. Unaona mimi kuna wanawake hapa, uoni? Ongea. Wanawake ni wakwao, ni wakwako hao kuio. Ongea. Upo. Ongea sikie. Mimi nashuhudia kupakwa rangi zamani. Kwanza uliambiwa ukaoe ndio uanze kuongea. Kama hujaoa tuliza mdomo. Okay, tuko kwa show. Wewe. It's okay. Yes, Papa, ulikuwa shamaliza? Yes, shikilia papo hapo, narejea kwako. Next tunaenda kwake Hamida sasa. Tuende kwake Hamida. Zungumza na huyu dada yangu hapa kama kuna swali na kitu yote uweze kuzungumza naye. Karibu sana Hamida. Kwanza mimi mdaku. Ngoja nikwambie, shikamoo babe. Mimi nina udaku, maana udaki utaki uzembe na utaki nini? Haitaki nazi ukakune. Mimi nimekaa Javini kasubiria kuitiwa shemeji mwenzio. Umeniangusha, maana ukikatizia kusema eti una mpenzi sijui uko na mpenzi. Mimi nimejijazia mkoona wengi. Mbona ukose kumtaja mwenzio mwandani wako? Nitamtaja mwisho ndio tulielewana. Tukimalizia. Mimi nasubiria. Lakini nasubiria maana naam. Abe. Mjua pia kuna wengine huku nje wanaangalia, anaweza akatamka alafu kapata mwingine akatoka hapa mbio kataka kujua ni nani kabisa, aanze kuharibia mwingine. Angalia kama ndio ngoja acha nikuambie, kama unapenda we mwenyewe umetoka kwa mbavu ya mtu mmoja, mbona uwe na mbavu karibu 20? Mtoto nini? Lakini si atikuwa na mbavu. Unajua si waaminifu kabisa. Kwa sababu nikisema huyu ni bwanangu, kesho kuna mwingine ataingia bin box yake. Wewe mama haki ndo utangaza mara ngapi? Ni mara moja. Mwenzenu humu watu wa online. Jay mambo, Jay shikamo. Mimi kama shemeji wa online nataka kujua ni nani huyo. Unaweza pata ni zaidi. Tuko naye hapa. Kama ni ndugu yangu nitamnunulia pili tona ataamka siku nyingine inshallah. Mrembo usemi vibaya, lakini kutaja nitataja. Inshallah. Inshallah tuwasubiria, maana si tuwapenda pilau kama harusi hivyo. Naweza taja ninyanganywe. Anataka akitaja, make sure akitaja tu hivi akukwamura kukimbia kwenda kuona before achukuliwe. Kiwaalika harusi.
Hasa unajua, acha nikwambie dadangu, pale umeposema leti uko kwa mahusiano na pale umemtaja mwenzio wako ama mbavuni mwako, hapo utakuwa umemaliza. Unaona, wale waliokuwa wanataka kukunyemelea watajua tayari ushachukuliwa. Na sisi hawa, mi najua mi hupenda kujiakilisha, maana mi bado natafuta na yumba. Usipomtaja mi mwenzio, nitapita naye, mwisho wa siku utakuja kusema sijui dada Halima kachukua mume wangu, ulimtaja? Tusije kuvuana hapa makanzu. Hili swali limewatatiza, lakini lazima nawapatia jibu. Nasubiria sasa nichukue mnazi wangu nisiekelee jamvini nikingoja. Sawa. Nashukuru kwa kufuatilia. Utamjua tu. Right. Sasa usizungumze na hawa mashabiki hawa. Waambie utakuwa hapa kila siku na mimi kunipaka rangi na wasikuwe na watembee mbali kwa jina la Yesu. Ongea na wao. Karibisha Mr. Right. Hey Mr. Right, how are you? Uko poa? Uko poa Mr. Na ujue Mr. Right ni mume wa mtu. Labda sijamjua bado, lakini so sijui mnasema aje kutoka hapo. Mr. Right. Umemute. Wacha nipatie comment. Karibisha Freddy. Freddy. Karibu sana. Sasa niambie. Mimi niko poa. Nashukuru. Niko salama nashukuru. Na uko wapi? Mimi. Niko kwa nyumba. Unaongea ukiwa upande gani za Kenya? Ama nje? Niko huko. Niko hapo Tao, hapo Kisii. Ni vizuri, karibu sana. Kama uko na swali kwa msichana wetu hapa, unaweza uliza, feel free. Hata siku nimepata hii mjadala vizuri. Mimi sijui nini ilimpata Gulf, hiyo ndio sielewi. Ilimpata Dubai. Kitu mbaya kupata Dubai ni gani? Hakukuwa na ubaya kwa sababu nilikuwa na security. Hiyo ndio company. Security ilikuwa kwa company. Nikikosewa, mimi nina report. So vile hata huyo boss wangu aliona kuna rules kwa company, ilibidi atii akae kama sister yangu. Yaani hakuna kitu kibaya kisha kufanyikia ukiwa that side. Hapana. Nini sasa unaichukia mpaka hutaki kurudi huko? Hali ya kazi tu. Ndio ilikuwa inafanya hata nisifikirie kurudi huko. Na challenges kidogo. Like nilisema kwa ugonjwa. Unaweza kuwa mgonjwa, mtu hataki akusikie, anataka uende kwenye utibiwe huko, unapewa Panadol. Hiyo ndio ilifanya ikaniuma tu sana. Sawa. Alafu kwani unajua kuna kitu sikuelewa hapo. Eti ulitoka Gulf ndio ukakuja ukaingia shule ama ulikuwa umeingia shule then ndio before umemaliza ndio ukaenda Gulf? Nilimaliza kutoka hapa Kenya ndio nikaenda. Lakini acha kudiscourage wengine. Unajua Kenya ni kugumu. Life ya Kenya bado ni kugumu. Kuna wenye unajua iko two way traffic because utaweza kuwa Kenya upene vitu. Utaweza soma ukuwe na madigrii nini bado kazi kukose. Lakini Gulf imesaidia wengi na wengi wamekufa huko. Sasa ni pati yako by the utaweza baki bado Kenya ukufe. So mi sioni shida yoyote ya Gulf. Wacha watu waende wafanye kazi. Kitu mimi nasema ni government tuko nayo mbaya, ingekuwa inatetea watu wa Gulf wangekuwa wanauriwa. So mi sioni shida yoyote ya kudiscourage mtu asiende wa Gulf. Okay bro, sijawa discourage, unaona? Lakini kwenda huko Gulf nilisema mwanzo ni kuomba Mungu akupeleke tu familia poa. Juu challenges mingi, unaweza kaa Kenya ukose pesa. Na huko tulienda kwa sababu ya kutafuta. Hata upitie challenge gani na una mtu unaweza solve naye inabidi unavumilia. Lakini kama uko na mtu unaweza solve na yeye, hapo unashukuru tu Mungu kwa sababu ni Mungu amekutangulia pia. Ukapata watu mna solve naye mambo kama hayo.
Usipopata saa zingine tunasema ni bahati mbaya, umeangukia kubaya. Watu wasikatae kuenda Gulf. Just pray. Mungu akupeleke place poa. Sasa kwa hizo kupata place poa, mi ndio nasema government ikuwe strict na watu wake. Sure. Inyanganya hao watu fake agents, iwanyanganye hao ma certificate. Itrust wale watu genuine wanafuatiwa wafanyikazi, watu wamepeleka huko Gulf. Bado Gulf wataishi vizuri. Cause Gulf kuna kazi, hawa labo wataki kazi. Kazi ziko. Government ikuwe inafuatilia. I think hata Kenya ita benefit from Gulf. Cause sisi hata wanasema statistics. Gulf in the world ndio pesa zinatumwa mingi kutoka kuja Kenya kwa wafanyikazi wenye wako nje ya nchi ya Kenya. Pesa zinatoka mingi kutoka Gulf. Kutoka even zinashinda hata hizo nchi ziko developed like Europe, nchi za Europe hata USA. Gulf pesa zinatoka mingi. So mi sioni ubaya, lakini kama ulipitia mateso amba Mungu ulirudi salama, hustle kwingine, chapa biz, maneno itakuwa sawa. Kuruguntu mi sina anything inauliza tena. Mi niko fiti sasa. Maisha ni kujaribu. Sawa. Mr. Right. Yes. How are you? I'm good, and you? Fine too. Karibu kwenye mjadala. Shukran. Asante kwa kutune in. Tuko na msichana hapa, sijui kama labda uko na swali ungependa kumuuliza. Tamazo. Mimi nilikuwa nikimwona mtandaoni, nimemfollow. Thank you. Sikuwa najua ni Mkisii, nilikuwa nafikiri ni Mkikuyu. Ni Mkisii. Lakini hapo mahali umekataa kutaja zaidi yako, hapo mimi hata nimesikia vibaya. Kurukuntu ni mtaji. Babu, isifike wakati Wakasirisha watu sana. Wacha tuambie mpenzi. Wacha mtaji. Sitaki mjamu na vile nawapenda hivyo. Wallahi siku Tamazo anasema. Isifike wakati tunatangaza kwa kanisa. Unajua kanisa tunatangazaga mara 3. Mara ya kwanza nani anaoposi ndoa? Msichana wa kwanza atokesee. Mara ya pili nani anaoposi ndoa? Msichana mwingine atokesee. Si ajabu tu watokesee saa hizi kabla ndoa haijafika. Hiyo wakati. Ukweli unasema. So ni mtaji. Nimejamu hata mimi namtaja sana. Okay, so vile okay. Endelea tu kwanza. Vile Kurukuntu alisema alimuona mtandao na wengineo. Nilikuwa nimempost Papa antivirus. So mumeridhika? Wacha nikushikie mic. Wacha nimshikie mic. Ladies and gentlemen, useme sir, you know you introduced a very special guest. Nilikuwa nimeuliza siku za nyuma ulikuwa umepost Papa antivirus katika mtandao wa Facebook. Unajua Facebook iko general, kila mtu anaona na zile picha ziko mpaka saa hii zipo. So je, hivyo kumaanisha yeye ndio mpenzi, ndio harusi po ama vipi? Kurukuntu interview ilikuwa imeisha. We shemeji wa online. Umejua shemeji yako ndio sasa tunataka kujua ndiye mpenzi halali ama bado ulikuja ukavunja? Ndio, mimi nilikuwa najua, nilikuwa naona Tamazo kwa macho yake. Kila siku kwa namuona. Wewe nyamazisha, toa uzembe wako hapa. Mimi nataka udaki umwekamilika. Okay, online. Mida. Asante kwa kuuliza hilo swali. Yes, alikuwa mpenzi. Alikuwa. Wacha nimalize point. Stories zikaingia katikati, lakini Mungu ni nani? So ukapata mwingine. Harusi iko karibu.
Tuko na yeye bado. Alhamdulillah, nakutakia mazuri dadangu. So Kwa hivyo Nimejibu. J-Kings, asante ya umejibu nimeridhika J-Kings. na hilo jibu. So kwa hilo jibu nilikuwa nataka kuongezea nikisema Yeah. I wish you all the best. Na usisikize maneno yao wasichana hapa nje, kwa sababu najua ni mtu mwenye tunaweza sema ni msanii, kila mtu anamtazama. So vitina zitakuja, mtagonganishwa, but follow your heart. Wanasemaga take the advice from your friends, but make your own decision. Exactly. Yeah, so sikusikiza watu. Tupe invitation card bwana, tukuje bwana. Alafu mimi mshasema sasa nyamazeni dadangu. Tafadhali. Nafasi ilikuwa yangu ama yenu? Si mlipewa nafasi muongee. Mr. Red, nafasi ni yako. Mute. Everybody mute. So Nakusikia. Ati? Sijakusikia vile umeuliza. Sijauliza tu, mimi nilikuwa na congratulate. Yeah. Alafu kwa hiyo harusi nakuwaga mzuri sana kupeana maji. So you can consider me on the side of water. Kwa sababu nyama hatusikizani, niko allergic, siwezi kaa jikoni. Pole, utafanya pale utaweza. Yeah, tukirudi Gulf. Tell these ladies wakati wanakuja kazi Gulf. Yeah. Sio ile vyombo yenye wanaoshaga kwa mbili ya mamake, babake na ndugu zake watatu. Sure. Hapa watosha vyombo usiku mzima. So kama anakuja kazi akuje kazi kama amejitayarisha. Na kama wewe ni mlezi, kaa tu Kenya because business is not needed here. Alafu si nyumba zote ndio mbaya venye umewaambia. There are some houses which are good, there are some houses which are bad. It depends na employer wako. Na vile wewe mwenyewe unajichukulia kwa employer wako. Unajua wengine wanakujaga huko na vichwa ngumu. Unakuwa kichwa ngumu kwa employer wako mwenye si brother yako ama si relative wako. So it is upon you to make that person to love you or to hate you. And some will hate you naturally. Sure. Yeah, so when you're coming to work in Gulf, have that in mind. It's either you are coming to be happy or be sad. Na hata venye nani ulikuwa unasema Fred, nilisikia ukisema ati wafanye nini wapema agent wenye ako verified nini hiyo kazi. Sio agents wanakuwa na shida sana. For me, what I was proposing, they get a good person to put in that embassy. Because the embassy is not even helping these ladies. Mtu atakuwa na shida na pelekwa embassy ndio anaenda kutezwa zaidi huko. Yeah. Right. Maneno na agent unajua ni mtu amepata pesa zake. Hata wakiweka huyu agent mwenye ako legit, bado tu anataka ile pesa zake, akipata commission yake ametosheka. Au ukikuja huko amekuacha kwa sababu mmanguko kwa mikono mingine, you are under the embassy. That's why we have the embassy. Every country tuko na embassy ya Kenya ikusaidie wewe wakati uko na shida. But the embassy is not helping. So that is what the government should consider. All right. I think for me, nataka kukuishia all the best in your journey. Thank you. And that's the only thing I have. Yeah, welcome. May God bless you. All right. Asante sana. Nimemaliza kurukuntu. Asante sana. Yani mnaona Tamazo peke yake wanakuona. Hawanioni, hamunene nimekuja na usitati wangu hapa. Siku ya birthday mkanichomea picha. Mkakuja hapa mkasema sasa tumekuja na yeye hapa. Mimi mtaki kunipatia congratulation. Mnaona peke yake. Ni sawa tu. Usikuje kesho ukae kwenyu. Anyway, next stage tunaleta mtu anaitwa niletee
Huyu mtu anaitwa next, anaitwa ni Modesta. Ndiye anafuata hapa. Nilete Modesta. Wote nilete wanawake, ulete wanaume. Modesta Mauti, my sweetheart, my former girlfriend. Karibu sana. Akina watari. Tiago zalilie na watara na aino mwana igora. Okay, karibu sana baba. Mwesiko mitabibu. Hapa hiyo itaendana vizuri basi. Karibu sana. Habari ya nyinyi mko aje? How was your day? Good, and you? Naendesha aje? Tuko wazima, na wewe? Mimi niko mzima tu, nimetulia hapa kazini. Na kwa neema tunashukuru Mungu. Yeah. Sasa mimi wacha niulize, mjadala ilikuwa juu ya? Tulikuwa na mgeni hapa kutuzungumzia kuhusu maisha ya Gulf na yale alipitia, na kisha leo amesema mpenzi wake hapa, licha ya yeye kuwa anamsema pale kwa Facebook mtandao, leo amemtaja live. Hapa live na kwa Kenya. Hapa si Kenya. Niko Gusii. Kwani si ninaona ni kiki Pukuripundu. Are you talking to a blind person? Now I can see everything. Labda swali kwake. Sasa mimi sina swali. Mimi sina swali. Anataka kurudi huko tena. Naweza rudi basi, but kazi nyingine sio ya nyumba. What is in your mind? Kama narudi Gulf ni kuchange tu kazi. Yeah. Okay, if it is possible, if you can change, okay. Yeah. Even us here, we do the same work. Even though the payment is low, tunavumilia tu maisha. Kazi ni kazi, bora pesa, lakini ukiamua kuchange hewa, at least unaweza ukachange. Like me, na feel tu ni kuchange tu. For me, I thank God because wewe umetoka huko ukiwa sawa na bado unaona ni kuzuri, unataka kurudi. Yeah. Mungu naye ulinda watu wake. Mimi kitu nakwambia ni utie moyo, ufanye kazi kwa bidii, because nothing comes ukiwa lazy. You have to work hard to earn it. You have to sweat to earn that kind of money you need. Sure. Everything you have to work hard. Right. Yo. Sasa umesema ati uko na sweetheart hapo. Wewe unataka kupaka watu mafuta kwenye mgongo wa chupa. Nashangaa. Unanikata? Si useme. Nimechoma CV mavule nukani. Kama CV. Si useme. Unaona ameblock watu hadi bahati yangu ilikuwa hapo ishaenda. Si useme, hapana. Si useme tulikuwa pamoja na tuko pamoja. Waachana hii uongo bwana. Mungu anakuona. Alright. Okay, sawa sana Modesta. Mwanzo najua kitu yenye unapenda nikuletee. Naona Gladys Gesare ndio kuingia hapo, mko salama. Peter Red than never, karibu sana Gladys Gesare. Beatrice Mora, hi Naomi, mambo. Pado mimi niko hata nimeongeza mwaka Kenya saa hii. No, hakuji Kenya ameongeza mwaka. Kisi crocodile para so kama send me the link nimetuma pale. Lili anasema kwamba Gulf ni ngumu tu, kwambo niko salama Gertrude, nashukuru. Gertrude wori nikosea sana kwambo. Papa antivirus, wewe ukija Gulf tutapumua kweli with your comedy. Yeah? Anyway, wacha nilete wacha nilete mtu anaitwa next on stage. Nilete huyu msichana anaitwa Emmy. Yaps. Emmy, karibu, mambo? Ifaa kuja, acha niwaambie. Mimi nilikuwa kinipakia watoto rangi, lakini kwa sasa sababu yamekuja. Hatujawaachana. Waachane Modesta. Hata nimeamka. Msilete vita.
Mimi nimeleta vita gani hapa? Si mimi ndio nilikuanga wake, si hata wewe unajua kutoka kitambo. Ndio nashindu na mama Chifu General. Ulikuanga. Yes, weka hapa. Wewe na bado Umenikataa? Sawa tu. Akitoka kazi, wacha tu nitamungoja. Asikuje kwangu. Mguu mmoja itakanyaga kwako na sauce, ingine iende huko na vidole tu zikanyage hapo hiyo side ingine. Karibu sana mimi kuzungumza na mgeni. Oh my God. Mkoache walembo. Doing okay in the presence of the Lord, huh? Pia mimi niko poa, namshukuru Mungu yani kwa uhai. Sasa Kurukutu, nataka tuongelelee nini? Mimi kitu yenye ningesema, Zungumza na mgeni. Mgeni ni nani? Naomi, hiyo unaitwa aje? Tamazo. Alienda Kurukutu, mmejifunika macho. Sijui mko aje, hiyo kamera yako inaangalia wapi? Ni Tamazo, si ndio? Ni Naomi Tamazo. Umemwona? Huyo wa katikati huyo Naomi. So kitu ya kwanza, congratulations. Mimi hata nilisema nitangoja huyo mpenzi yani. Singerara. Lazima ningengoja hiyo jina itajwe. Kai. So congratulations. Kitu kingine ningesema, iwe Gulf iwe Kenya. But Kenya by the way, si kama Gulf. By the way, kasi ya Gulf haitakangi usembe ama ufifu. Ukienda Gulf lazima ujitume yani. Kweli. Usikasi huko ni double ama triple, hata sijui niseme nini jamii. Hata isemeki. Huko ni kujikaza. Ni kuchikaza. Unajikaza kama mwanamke, unachukulia nyumba ni yako, unafanya kazi. Alafu maombi ndio silaha yani huko Gulf. Sure. So Gulf si yote iko mbaya. Kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. At the same time, hapa Kenya tunakuanga na watu wazuri na watu wabaya. Unaona? Kweli. So msiwe na wasiwasi eti msiende Gulf. Huku Kenya mase kumenuka, kumekauka. Hata mimi time ya nilikuanga Gulf nilikuwa nasema nikikanyaga Kenya tu hivi sitawahi rudi. Saa hii nakasana mbio nirudi. Life ni kujaribu kila mahali. Na sijawakataza wale wenye wajaenda wasiende. Kitu ni acha waende wajaribu. Uende ufanye kazi kwa bidii. Mwarabu anataka mtu ako na bidii. Ukifanya na bidii utafaulu tu na Mwarabu. Mwarabu ni yule. Si eti Saudi ni kubaya, Dubai ni kuzuri, Qatar ni kuzuri. Simuona mwenzetu huku alikuwa anafanya kazi 24/7. So Mwarabu ni yule. Sure. Kurukutu. Good night kila mmoja. Sawa. Tuliachana sasa, wewe hata usiniambie. Mimi sikuachi. Uliniwacha mimi sikuachi. Nilete. Unatoroka ati haraka hivyo nikamutu umefika hapo chini ya kitanda. It's okay. Wadake mtu kwanza zungumza nilikuje kwenye. Niete Denson. Wakori. Wairire buya. Wairire buya tata. Dangu. Lazima ukora ningia kabisa. You guys are doing an amazing job by the way. Mimi mgeni kwa hiki. Karibu sana.
So mimi mgeni kwa hii kitu, nashukuru sana, naona mnafanya kazi nzuri. Karibu karibu karibu. Deni unaogopa mic sana yenye bete iganya Roma nimbaigwete kabisa sauti irendi to vekeraga mic igo yenye Roma igara huko no muntu wensema sauti irendi to. Karibu sana Danson. Karibu sana. Karibu sana, zungumza na huyu dada yetu na ama na au wageni, zungumza na sisi. Nafasi ni yako Danson. Karibu sana. Okay. Nashukuru sana kwa nafasi. Ningependa kuambia sister yetu hapo like she's gone through a struggle. Unanipata vizuri? Yeah, tunakupata. Wekera mic hapo. Okay, so nasema ambia sister yetu like the struggle it is not easy outside there. I've been in those countries for more than 10 years. Currently I'm there as well. So you don't give up. Kuna job nzuri hapa nje. Guys are getting money, 200,000, 100,000, you name it. So if you have Dennis, we are struggling to hear you. Wekera mic hapa hivi. Unaona vile nimeweka hivi? Shika hiyo hapa juu hivi. Hapo hivyo hapo. Hapo. Okay. Njowange tunaga tebanga ki. Unanipata vizuri? Yeah, tunakupata vizuri sasa. So, njenge tunaga tebia machumanga ki chigasinjira iskoga. Chigasinjira iskoga chinyinge sana abantu mubasikoberanka. Mubasikoberanka abantu munanje nabere isko saidi emiaka 10. You guys get outside there. Dubai, Middle East, Saudi Arabia, where Qatar, I've been all those countries by the way. Kaziko, you guys can do amazing job outside there. If you have your papers, you don't have your papers, just go outside there. You can get amazing jobs, guys, for yourself. Ambia Papa Antivirus akuje, kasi tutatafuta. Sai tunategea harusi. Harusi. Ambia sister yetu sasa, hiyo maneno tumesikia, tutatuma zawadi. Harusi kwanza. Sasa ni harusi, watu mjitayarishe na gifts. Hiyo maneno tumesikia, ka zawadi tutatuma. Harusi ni lini? Kabisa. Harusi tutawaambia. Ni kadi tu tunangoja. Tutawaambia, tutaandika kwa kadi. Aya, send an invitation, tutatuma ka zawadi. Sure, thank you. But don't give up, guys. If you have an opportunity to visit Dubai, don't give up. Get out. There is amazing jobs outside there. You guys can get something for yourself. All right? Nashukuru. Tunashukuru pia kwa kufollow na Mungu akubariki. Tuko ndani ya group sasa mpaka mwisho. Nashukuru sana. Aya, host anaitwaje? Kukurukutu usana kukurumuntu. Sisi si kukurikuntu, nadhani mwaleta mrembo tunasitaro. Kukurukutu hiyo jina gaichezo. Kukurukuntu. Ndara tamakuru esho elite ngirimineti. Kwa show ya mgeni tukimaliza baadaye yangu na waambie tumalize mgeni kwanza. Atotebi mote atote nyangi ndiye kara bane tutetu tamakuru esho. Amesema ataweka invitation card. Yeah, kukurukundu ata-announce hapa kwa. Tuta make sure. Ata-announce. Sasa kuna wengine tunataka hiyo card officially. Utaipokea. It's okay. So soon lini. Yes, it's okay. Nitaka shikilia hapo, narudi. Next on stage anaitwa nani? Next on stage anaitwa Cyrus, ni utende kwake Meroka. Meroka leo bana umechange, si George. Yes, si Joshua. Leo nimeona jina hapa tofauti. Gospel shikilia hapo before Cyrus.
Yes. Mambo vipi? Poa, labda nyinyi hapo. Tuko pamoja. Karibu Benson. Mambo? Benson Makori, mbiyole. Tuko kwa Cyrus. Wairire. Tuko kwa Cyrus ama? Tuko kwa Cyrus. Yes. Mimi kitu nataka muniambie peke yake. Siku ya harusi niambie nishone kitenge. Mimi napenda sana kusimama sana. Hiyo utaipokea. Unaweza tuletea unaweza mpenzi akuja hapa ndio anaweza kusaidia? Tutaweza. Imagine tutakuja. Tutakuja tuwaambie date sasa. Juu mimi nakuanga designer mzuri sana kwa sitakangi kuangusha harusi. Najua mimi natakanga watu wanashine at least kitu nakaa safi. Mimi kwa hiyo upande na mambo ya kama nataka kwa hiyo section ya watu wang'are. Mimi nitakusaidia hapo kama nataka watu wang'are vizuri, tumeke kitu inakaa perfect. Tusifanye harusi ile kaa eti watu wanafanya harusi pia inafanywa. Ushapata kazi. Ni siku tu utaambiwa. Mimi nataka tupatane, tupange kitu, si kupanga tu hivi watu wanafanya harusi mwende mnafanya harusi huko mnapotea. No. Nitamleta mpenzi mahali huko, usikuje uambie watu hizi vitu. Atakuja. Mwite, msema kukurikuntu mpenzi wangu tafadhali. Kuja kwa shombe watu ni lini harusi. Ayo mwanji papa antivirus. Iwono igwete binangwa kiwa maswali antari koirani. Njungo bae richi. Tuko tari richi. Amesikia. Anakuja. Ntuanje teko tena narende go kere monda kana mangana ye nsemo ye sound I think. Nendo tuanje tena enjoy channel ke it's good to make it kere ntige safi gale ndo tokonya ne yani tare ngamo vera ka utore kaiga. Icho sar kama dengi mota kwa ne rete. Ndo aragenda kawe go lakini sio tatu kwa sawa yangu kuwa na tuli. So I wish you all the best. Congratulations. Mimi baadaye jana manijuzi tulikuwa hapa na kungurukutu. Jana sio? Jana ndio unajua mimi wanapitianga nakumbuka masaa ndio na kama sasa ndio nimekumbuka tena nikasema nipitie niangalie ni nini inaendelea mzuri. Umeona umeleta mambo mazuri. Unajua hiyo ndio furaha yetu. Ukiona watu unajua sasa ni mwaka wa double 222. Nimewaletea huyu. Unajua anasema nilichomea sana. Siwaambie mimi ni wako. Waambie mimi ni wako. Madanganye mimi ni wako. Sio wewe useme yeye atiseme atudanganywe. Wadanganye mimi ni wako. Wewe Google kundu Mungu anakuona. Hata mimi mwenyewe Mungu anakuona. So tufanye hivi. Hii mwaka unajua ni double. So kama kuna wale wengine wako kwa line pia show ndio hii iko hapa ndio tutaonea tutaangalia na hapa tu change kwenda kwingine. So na jana tulisema watu kuna kunguruta sema mali watu tupatane. Sasa unajua sasa kuna mazuri sijali niko kwa giza niko tu kwa mashine yangu. So tujitokeze tusaidiane tu kwenda mbele at least mwaka before isha at least tuone kama 2 ama 3 si ndio? Sure. So maombi yetu tusaidiane. Leo ni siku gani? Leo ni Wednesday. Kesho na wapatia mpata mchumba. Niko na Hamida, Dabukara na Freddy nilipiana hapo tukamaliza. Sina story hapo. So wote kwanza tunaenda show ya mgeni kwanza. Mkundu siamsi setani kwenye alikuwa amelala mama. Ni wana ya California Spa. Kitu nilikuwa nasema
Yeah. At least ifanye ni vizuri kama sasa. Unaona sasa kama huyu amejitokeza na anasema Kenya yeye anasikia kufanya, amekuwa open kwetu, na sisi tunafurahia tukiona kitu kama hiyo. Sio sasa sisi tunaongea vitu hivyo hivyo, yeye amejitolea. So mimi niko kwa laini, natafuta akinileta kwa, akikubali nipite tupatane kwa harusi yake. Kama atasimama lazima ndaipa mtu kutoka kwa harusi yake, hata mimi mnione. Mimi sitaki mimi nataka kuba mtu kutoka hapo bana. Amefikiria kama wazee 25. ndio maana nataka, ndio maana napenda msawa karibu na hao watu. Na mimi ni ule msee, siwezi amsha mtu, so tuko pamoja, na mimi nawatakia kila kitu itakuwa sambamba, as long as you believe, kila kitu inakuanga shwari. So mbarikiwe sana. Nitawaacha juu mimi nataka kuingia dos, lakini date mwambiwe na ndio tujue ni nini kila kitu vile mmepangia. Alright. Asante sana. Next on stage. Mute hapo. Wacha nikusaidie kumute. Sasa mute tu hapa. Yes, next on stage anaitwa Gospel Kemeroka, nafasi ni yako. Sio ukanipisha bana wanaume na sauti nzuri. Sasa unaanza sauti yangu na kuara hapa my friend. Una pronounce ya jina yangu kama my late grandmother alikuwa na ananiita postpone. Yaani sikuwa nimejipanga. Nilikuwa nimejipanga ilikuwa stam yangu. Sasa si umuite. Alafu umekosea hapo kidogo, sijui unaniita George. Unajua hatujaonana huku leo, ndio mara yangu ya kwanza nafikiri kukuja huku ndani. Mwite Gospel Meroka. Yeah. Naomi my sister, yeye mwenye ali kwao na kwetu tu ile maji inapita nini, nafikiri sisi ndio tunaanza hiyo maji kuichokosa hivi ama nyakusalika kujimate ama nyakutacha. Wewe nakujua. Torojeni unanijua, lakini sasa kitu utaambia brother yako mkubwa unafanya harusi, hata nimeshangaa sana. Nimekuja nimekutana hapa eko ratangani chenko page ni ndore nganko nyora tore kende linde na ande tocho toto meronde nyonya kuchudu payabu anyore ticket munafanya aje bwana ndu ngesebona na gote. Sasa nimejua. Anyway, ninashukuru. Naomi ni mtoto mzuri sana, mimi nimemjua kupitia nyimbo zake. Nyimbo zimekuwa za muhimu sana like mimi mwenyewe nitaweza sema ni nyimbo zimenipeleka mbali sana. Ziko na mafunzo na zinatuweka karibu na Yesu. Kitu kingine tu ningejaribu, it's a simple advice, maybe itaweza saidia mtu mmoja ama wawili ama itasaidia mtu. Tumekuwa na wenzetu wamekuwa wakienda hizi nchi za mbali like kufanya kazi. Kuna hizi mmesema Qatar, Gulf. So at some point huwa najiuliza, unajua wengine wanasemanga mnaenda contract ya 2 years, unapata mtu ameenda 2 years amerudi. Alafu unapata tu anarudi ile bagi alienda nayo ndiye amerudi nayo. Yaani amekuja ana kitu, ana hata 2000. Sasa hapa sielewangi ni nini inaendelea. So sijui wale mumefanya kusave na mumefanya maendeleo, mupate hata hiyo opportunities saa zingine ya kuelimisha wengine wasitumie pesa vibaya. Labda kuna wale wanakujanga hapa wameacha wapenzi Kenya, labda unajua mahitaji ya wapenzi nao ni mingi sana mpaka unajisahau kana kwamba kuna maisha after hiyo 2 years. Najua kuna tuseme sasa kama mwanaume mambo ya mpenzi like sasa uko na mwanamke Kenya, yeye anataka tu sijui dadi nataka kutengeneza nywele, dadi makucha yangu nini. Sasa unakuja after 2 years mnakuja ni kukosana tu. Ulituendea miaka 2 umefanya nini? Yaani mtu hata kumbuki kuna alinunulia nywele, alifanya hivi nikawa mrembo. Naona kitu kama hiyo. So kuna vile mimi nitaweza advise wenye wanatoka Kenya, sio wale wako huko sahi. Wale wenye mnatoka Kenya, kama umepata hiyo opportunity, ni wape example kama ile mimi huwa nafanya. Fungua bank account Kenya, sana. Example kama Kenya Commercial Bank. Hiyo ni mimi sasa nimesema. Labda kuna zingine. Ukifika huko wakati unafanya kazi, jaribu kubudget yourself. Tuseme kama unapata 50,000.
30k eka kwa bank, cause hii bank hata ukuwe na shida uta access hiyo pesa utakuja kuipata after 2 years. Ukirudi Kenya ukae uweke mkutano wewe mwenyewe, wewe ndio manager wao, sijui chairman ama ni nini, secretary, ujiulize, hii ndio pesa nilitengeneza huko, sasa nitaweza fanya nini? Mashamba siku hizi zimekuwa cheap sana, hata ukiingia Nairobi hizi Makitengera nini, at least na wewe ujue hii ndio nilienda kutafuta huko. Hii sasa hata yani unasema hii ndio ile kazi nilienda kufanya, nimefanya hapo. Lakini sasa sio ile mtu tu unakuja tu sijui mnaanza kukimbizana, sijui nilikuwa nakutumia pesa kumbe huko na save. Arabu mambo ya kutumia watu wengine pesa. Hii mambo ya relatives imekuwa ni shida sana, watu wametusumbua. So wacha relative wako kuwe benki yako, kwa si bank hakuna mtu ataiaccess. Wewe ni kwenda na namba yako ya simu huko M-Pesa, make sure inafanya. Ukipata pesa yako tuma kwa account. Alafu kuna hizo apps kama ya Kenya Commercial Bank, una access, unaangalia hata balance yako. At least pesa yako inakuwa accounted. Sio ile tu unatumia mtu. Najua watu wengine hapa wamekuwa wakituma pesa nyumbani. Mtu anakuambia sijui nilikufanyia hii. Wengine tukikujanga hapa nyumbani tunapatananga na shock. Like a quick example, mimi siwezi taka kutaja mtu. Ile mambo nimepitia, wenye walikuwa wananifuatanga tuseme mitandao like ya Facebook. Kuna mambo nilikuwa napitia sana. Nonda meroka Jennifer Karbonoara nama ete ile kia baba ino. Ndio na sasa kuna ingine sasa ya kuuma sana, ndio nataka sasa watu wako nje msikuje kupatana na hiyo kitu. Mimi relative wangu kabisa, in fact hata ndaweza sema a real sister to my late mom. Mtu akupigia simu from nowhere, tumepata hapa shamba, kuna mtu amekuwa mgonjwa, so yani ile pesa tu hata anataka tu kidogo, so long as upate hii shamba. So kuna ile trust, huyu ni sister ya mamangu, hawezi nidanganya. Unajua unatuma tu wenyewe, mtu anakuambia mahali fulani tu mpaka unasema kama nimepata shamba huko haki yenyewe nimepata. Mtu unatuma pesa, mtu anakununulia shamba. Sasa ukianza kuitana nitumia agreement, inakuwa ni hivi. So inafika mahali wakati umekuja kuwa serious, nataka kuona shamba yangu, mtu anakuambia ile shamba tulinunua mimi na wewe, ulichanga nusu na mimi nikachanga nusu. So wengine tumenyang'anywa shamba sikienda hivyo. Kuna kesi nimefanya last year ya shamba yenye ninaongelea kama hiyo. In fact vile hata sasa hivi tunaongea bado niko kesi na nilituma pesa yangu. So mkiadhari sana wakati mko huko nje mkituma pesa, mjue mnatumia nani. Lakini example nimewapea mzuri, wenye wanatoka Kenya, yule mwenye anajua sasa mwenye atatoka huko, wewe fungua bank account, make sure iko active, wenda na namba yako ya simu huko, M-Pesa inafanya wherever huko, wewe tumanga pesa yako. Of course kuna mashida nyumbani kidogo. Wewe jinyime, ambianga watu hapa tuna struggle, ile pesa napata kidogo. Mtu akikuomba hata sijui kuna school fees 50,000 nini, mwambie yenyewe pesa nimepata ni 5,000. Hakuna chera atakupeleka, hakuna upia ataenda kuchukua ati ulikataka kumtumia pesa. Ni maisha yako unaangalia, maisha yako na watoto wako, maisha yako na future yako. Anyway, sitaki kusomea watu. Wacha nimalizie hapo tu, nimekuwa mgeni hapa ndani, sikuwa najua debate, but ni hiyo tu nilikuwa napitisha juu nilipata juujuu mkiongelea maisha ya watu wa nje. Alafu mchipe moyo, Mungu anawapenda, kila kitu ile unafanya Mungu atawasaidia. Tunashukuru ndugu. Asante kwa advice poa. The next guest hapo. Nakaribisha, ulisema neta? Gospel. Ni Gospel Meroka. Mwambie kuja kila siku. Utakuwa na yeye. Gospel, I'm here to stay. So kila wakati utakuwa unaona hii sura mbele yako. Usichoke na mimi. Leteni next. So next kuna kijana anaitwa Fred. No, before Fred kuna huyu. Fred ashaongea. Fred ashaongea? Kuna msichana huyu. Debbie. Double Kara. Hivyo. Karibu mam. Usiniite mam. Mam. Poa sana si. Yako na moods. Hey. Yako na moods. Karibu sis. Unaendelea aje? Tuko wazima, tunashukuru Mungu. Sasa mimi ninashukuru Mungu, timu wa mama, timu strong. Sasa mimi niko Kenya, nataka unipe ushauri kazi. Mambo ya kazi ulipitia aje? Ndio nijue kama naweza kutoka Kenya nikuje huko. Kazi ilikuwa aje?
Okay, sisi kitu naweza kakwambia, kazi huko ni kujaribu, ni kama kwenu tu. Kitu tu ni utangulishe Mungu na kazi ni kujikaza, kwa sababu unajua kitu kinakupeleka huko, unaenda kutafuta pesa zikusaidie kimaisha, unaona? So unaenda unavumilia, hakuna kitu kinakuja rahisi hivyo. Hata huku Kenya unaona kama hakuna kazi, watu bado tuna struggle kutafuta pesa. So hata ukienda Gulf bado ni hivyo hivyo. Kitu ni ile tu, omba Mungu akupeleke place poa, place ambapo utafanya kazi upate pesa zako tu. Usiwe na woga eti huko ni kubaya. Yes, kuna mabaya, kuna mazuri. Yaani tu kitu ni kuomba uende place poa na ukuwe mtu strong. Yeah. Okay, sasa tuseme kuomba, alafu mambo za chakula na kuamka. Huko unaamka aje? Chakula pia tena Inaleta shida. Inategemea na sponsor pia umeangukia. Unaweza pata mzuri akutreat kama sister wake, kama mtoto wake, na unaweza pata mbaya. Unaona? Kitu ni kujaribu maisha, utangulize tu maombi. Na Mungu atafungua njia akupeleke place tu poa, utaenjoy maisha. Okay. Yeah. Sawa sawa. Alafu kurukundre unajiringa aje? Lazima nijiringe my friend, niko na maswita ati wana hapa. Wewe sasa wote nichitua. Mkundu. Unajua nilikuwa napita yani nimeona unajiringa na utu tumaji. Yaani wewe sasa leo umeamua utufanyie hivyo. Kunywe maji. Yaani kurukundu. Yaani tunakunywa tu maji ya shilingi moja, alafu yaani sisi tuko hapa tunawaangalia, alafu mko Unaona venye watu wanakisiana hapo kwa studio, yaani mnamwekea mate. Mnamwekea mate kwa kikombe. Yaani gaki. Wewe unamwaga, unaharibu. Unaingia na hiyo maji ya shilingi 10. Mnakisi huyo wakati by force. Sisi tunaangalia hivi mwanamwali, hebu niulize mwanamwali tayari ushasema umechukuliwa. Tena mali ya mtu imeibiwa hapa ndani tukiangalia, jamani, harusi hakuna. Huyo antivirus yako wapi? Ni mpepe ni kila hapa sisi amepa kwenda wapi? Yaani mnamkisi by force. Mtu apologize. Yaani mimi wananiona mimi peke yangu na vile nikumsifu walinionea wapi? Hakuna mkisi mwingine by force. Kuna unagisi mwingine mpaka mimi damu yangu imekuwa confused mjadala nikiwa nayo. Unamkunyweza mate. Unamkunyweza mate tukiwa. Mama Chivo General. Anaitwa Mama the Mama. Hata ukibadilisha jina my dear, your sound. It sounds like 70 women on a meeting. Ndio huyu sasa. Stress tupu. Ukiingia studio lazima hata sisi tutafanya harusi mama, tutakisiana hata sisi ndio. Hiyo siku utakuta utamu yenu imeisha. Pedapukara peana watu wengine nafasi kuongea yao. Lete nani hapa ongea. Huyu anaitwa Mama the Mama. Mama G for General. Mama G, ako wapi? Ita tu Mama G for General. Mama G for General. Yes. Hey. Habari mama. Niko poa sana. I can see, yani mko wa hot. I can see the sweet banana hapo katikati. Yani amjui venye antivirus amechangamka kwa comment section. Hey, sweetheart. He loves you, let me tell you. Hey, amechangamka kwa comment section. Nimetoka huko ndio maana nimekuja. Amina. Na si alikuwa hapa, mbona ametoka? Hata mimi yeye ndiye ametuma nimekuja. Antivirus is very happy by the way. And mimi sitaki kuongea mambo na ngoja niwaambie. Ngoja kidogo. Akipata wanashare, kusharing is caring my sister. Wacha kuharibu. Wewe si uache, kama uliongea uachane na mwingine aongee tu. Patia mama tafadhali. Mama the Mama ongea kwanza. Karibu sana Mama the Mama.
So I want to tell that lady, sijui anaitwa aje, sijui anaitwa Naomi Tamazo. Naomi. Yes, Naomi, I want to tell you that you are a lucky girl. Basacha wange bagusi, they don't like this thing you call weddings. So you might be somebody mwenye umechieka vizuri. I want to tell you congratulations. You have set your boundaries. Do you know, yani uko na masharti yako. That is what we want everyone, every lady. You know now you'll be respected whenever you go. So I want to tell you congratulations. And also I want to tell the new lady in the studio, the big mama like me, you are welcome. Thank you, mama. Musikubali kungurukutu aendelee kuwa kisikisi. Tunajua wengine, some of you are single, sana sana the big mama hapo. Not single, she's mine. You are the third time, you are mine. No, she's not yours. She's not yours. You cannot afford. So you can't afford her. So mwachie akina Fred nimewaona hapa. I know some good men who are single. So I want to tell you that kuna wababa hapa, they are very single, very sweet by the way. Ni venye nilikuwa nishachukuliwa ningekuwa he. So sweetheart, set your boundaries to your standards. Najua wanaume watajaa kwa inbox yako, choose wisely. Okay? Even double color, I know you are single. I know you double color anatakanga mtu mwenye ako na gari by the way. Gari kubwa machine. Endelee kungoja wakati. Hamida, she's single too. So I want to say that Naomi, venye umeleta baraka kwa Kisi Hot, harusi yako tuambiwe, tell us, so that tuone venye tutafanya, ndio na sisi tukiwaita harusi zetu mnakuja. Thank you very much, na mbarikiwe sana. Na antivirus hapo nje mahali huko, this lady she's very nimeona ni mpole. Usiende na hiyo kierere yako unaanza kumuocha gani, unaanza kukisikisi eti in the name of acting. In the name of acting, kumbe mnalimana. You respect yourself and you respect her. That's what I can say for now. Yes, she's very beautiful by the way. Najua hata wanaume they are salivating hapa. There are some men hapa wenye wanamwaga mate hapa. Sasa mpaka ameniambukizia urembo. Hata Bogoti amemwaga mate. Hapana. Bogoti hapa amemwaga mate. Mimi napenda karakara. It's okay, Rex on stage. Anita Janet Nyaps. Janet Nyaps, let me welcome you to the show before we go to Mokagoto Queen. Janet Nyaps, mambo vipi? Poa sana. Hey. Na umepotea sana. Niko. Karibu sana baba, sauti nayo unayo. Mpaka mimi moyo wangu umeanza kutetemeka tetetetete. Nafasi ni yako, karibu sana. Nataka kwanza kujua mgeni huyo mwingine. Huyo? Julikana bana. Huyo mwingine. Mimi naitwa Miss Anu. Yes, ni mgeni kwa Kisi Hot, lakini nitakuwa tu huko, so tutakuwa pamoja. Mtakuwa mnaniona kila wakati. So naomba mkue pamoja, msiniache peke yangu. Nitakuwa na expect kila siku tunakuja hapa tunapiga story moto moto. Utakuwa ukikuja kipindi gani? Everything. Mimi ni mtu flexible. Ya mapenzi. Ukileta mapenzi una make sure hauko single. Sasa si mtanipea mtu. Utakuja na yeye. Tumekuja na wewe sasa, siwaambie. Tumekuja na yeye sasa, wewe ongea na yeye, lakini waambie tuko na wewe. Ndio wao. Amesema niwaambie tuko na yeye. Kurukutu, mimi sikuelewi. Nimeona hapo wamama ni wasichana watatu. Harusi yako nani na nani? Si mwenye alipaki? Mwenye alipaki nani? Kurukundu nifata. Mimi nitakuwa msasiroti. Janet, karibu sana, ongea mimi ndio nitakuwa msasiroti.
Anyway, wacha niulize Naomi swali. Naomi, Yeah, mi niko mambo. Kenya. Yeah. Niulize tu. Kurukunta siwaambia? Yeah. Dabu karakara. Mdomo. Funga kwanza. Niko Kenya. Nataka kukuja. Ukuja wapi? Ulisema ulitoka wapi? Dubai. Gulf. Dubai. Oh, Dubai. Yeah. Ni agent gani na kuanga mzuri na ni ngapi unalipanga commission ama hakuna kulipa? Oh, inategemea na kazi. Kazi ya nyumba. Unatafuta ya passport na medical and good conduct. Hiyo ticket wanakulipia. Lakini hizi zingine unakuwa na commission ya 130k. Hizi kazi za hakuna huku nje. kulipa commission. Hapana, mi sikuwa yani vile nilienda sikulipa. Nililipiwa ticket. But mi kitu nilitafuta tu ni passport na ya medical. So ulikaa huko for how long? 2 years. Au kurenew? Hapana. Why? Ni vile maisha unaamua kuchange lifestyle. Ilikuwa ngumu ama ilikuwa rahisi? Hakuna kitu rahisi duniani. Kuna challenges kwa kila kazi. Kuna advantage na disadvantage. So ni kujikaza tu. What are the advantages? Like me niliona kulikuwa na mapenzi kati ya hiyo familia. Walikuwa wananitreat tu kama mtoto wao. Lakini kuna challenges pia ambazo ni lazima kama mwanamke ujikaze. Sasa niko na swali wanasema. Yeah. Ati wasichana wa Gulf mostly wanakuanga na dry spell. Yeah. Sasa sijui kwako unaweza sema aje? Iko lakini inategemea vile unajieka. Wewe ulikuwa unafanya aje? Unaweza survive. Si kuna kusurvive kama umekaziwa life tuseme. Kuna wale wako na freedom na kuna wale hawana freedom. Kuna wale wako na freedom. Si mnapatana na boyfriend. Lakini ni risk pia. Boyfriend huyo Mwarabu ama kutoka nchi gani? Hapana, wenzako. Si uko na wenzako tuseme kama wako Kenya huko yani Wakenya wako huko. Inategemea na mpenzi umechoose ukiwa huko na kama uko na freedom kutoka mnapatana. Lakini kama hauna utakaa tu na dry spell yako mpaka 2 years ishe urudi nyumbani. Utakula tu kwa macho. Na hakuna kitu utafanya juu unakaziwa amuonani na mtu. Yeah. Kama hauna ndio ulikuwa unaruhusiwa kupika ama mwanamke apiki? Tulikuwa tunapika na yeye. Huwezi pika upelekee bwanake chakula? So mi niliangukia mtu mwenye afanyi kazi, yani aendi ofisi na anapenda kujipikia. Unaona? Mi kama nilikuwa namsaidia ni kazi kidogo tu jikoni. Unaweza serve mwanaume wake? Hapana. Mbona wanakataa? Sikuwa namserve, maybe walikuwa na reason zao. Hukuulizia? Siwezi nikauliza. Ukiuliza tunajiletea maybe shida. Unaona kuuliza kwa nini? Nataka kufanyia bwanangu kwa nini na niko hapa. Unaenda tu vile familia iko. Kuna ile familia unaweza ambiwa wewe ndio unafanya kila kitu, umserve. Na kuna ile uwezi. So mimi nilikuwa familia yenyewe. Sikuwa na serve huyo mwanaume. Okay. Yeah. Did you get an opportunity kutembea nje? No. Hata kwa restaurant? Walikuwa wananipea ukae nyumbani ulale ama hiyo off unaweza angukia uko na wageni hiyo Friday sasa.
Ofu ilikuwa wako wanaenda nje. walikuwa wanaenda, lakini saa mi nilikuwa naona ninaenda kuboeka na wao, hata wanaongea Kiarabu sielewi. Ikafika mahali nikawakataza, siwezi nikaenda na wao juu hata sikuwa na mtoto mdogo mwenye naweza wasindikisha ati niende kukaa nao. Yeah. Okay. Ni hayo Okay. tu. Janet, mbona umepotea hivyo lakini ulipotelea wapi? Hata mimi napanga harusi, ndio maana nimepotea. Harusi si ukuje make declaration hapa harusi bwana. Hata mimi naipanga, ndio maana nimekimya. Bwana, tuambie harusi, sisi tunakuja ama sio? Hamtafika. Unajua Kenya yetu hapo ni mbali, mimi niko huko Ruro. Wewe usijali, tutakuja na maboy boys yo sweetheart. Sio ameitika yeye ni sweetheart wangu, sasa msikatae. Yes, niletee somebody anaitwa Mokogoti Queen. Mokogoti. Yes. Akiwore kamera nkoro. Mbete mask wezi niona. Ani makali Mokogoti okwa baraliho. Gaki. Na sauti nyororo. No. Ningiora ta kontra gaki mimi. Rusinego sirende. Karibu sana kwa mjadala. Okay, hiyo ni poa. Mada ilikuwa gani? Unajua mimi sijaona, nilikuwa kwingine. Ndio nimerudi hapa. Tumekuwa tuko na mgeni hapa Naomi. Amekuwa Dubai lakini amerudi Kenya. So tulikuwa tunaongea venye maisha imekuwa huko Dubai, venye amerudi Kenya, kama bado anaweza taka kurudi huko. So ndio tumekuwa na mjadala. So sijui kama unaweza kuwa na swali ambalo unaweza taka kumuuliza kujibu. So tuko kwa kujadiliana tujue hali halisi ilivyo. Okay, mimi nimesikia hapo akisema tu ni harusi wanafanya ni antipapa pilas. I don't know nani. But hiyo ni poa, congratulations my sister, sio anaitwaje, I don't know. Hiyo ni poa ukifanya harusi, lakini unajua hiyo that's another step yenye unaenda. Unajua, anasikia vile namwambia huyo. Nakusikiza ya. Unajua that's hiyo step yenye unaenda sasa, unajua inakanga ngumu. Na wewe usikae kama my sister hapa karakara, natakanga mwanaume akona gari, kuna pesa. Karakara usinituzi. So ukienda my dear, ukienda for the that hiyo unaenda kuanza maisha ingine. Inakaa mzuri na inakaa baya. Inakaa na stress ama isikai na stress. So hapo utaenda uchikakamwe. Umeelewa? Yeah, nakusikiza. Ya usipeleke stress zako huko, upelekee huyo mzee wako mwenye nimesikia. Unajua ukifanya harusi, unajua hata mimi nitakuja kuangalia hapa kama itaweka online. Kumwambia mzee mwenye nasikia. Ongea Kiswahili mzuri. Karakara bana, staki. Hapo karakara watu. Okay. Karakara na singinjuna moteja uji kone mamanyi akanga konganja. Wono karakara nje. Tiga na nje. So tiga moteja wono yo konye kutagete bantu mbai gobo. Aye madam wono nje tunda kwa tebi ga keki ya wono mwana mtomo kusi na kemo. Number 1 ga ki echane yo kuchiko chaka kusi sabagi yo kuchiko bwata wono. Na iguru no chokore nyangi. Deni socho to begere rinto changiro mwana no to mwasiringi 50. Njenje ngo bolobo kombe. In fact njenje ngo bolobo kombe nebe. Akie biamon. Burugo. So karakara mute, karakara kaki. So gali fero mwana mtone nkong. Na iguru ndega kubori about dry spade na kimoko na nani bintu binde mbirota erese saba anto. Nonyere gwe kana bako manyana ki inse abande nkena magisabire. Yega konyoro musacha na binga no konyore nyama yenguruwe. Ma nonyore nyama yenguruwe. Konyore nyama yenguruwe mana ko.
bwana muna karakara ukaukire miaka ya bede tano matanya kora eguli bono maite tu kunyana kuburi umuntu na kioko za 5 surely so bintu mbiro taira ndi nawo konyira abo but egento kende I am my sister. Yes. Ntutageti koko enda gusine nyangi ora tokorere nandi moberake na tuja kuna kiji break up because break up sinakanga kwa ndoa. You know, uanze kufikiria I wish I knew. Hizi maneno I wish I knew ngina chede konyomero. So kora nyomu mama ka kinaye nande kukua mwire gente kemo ka kigenda. Na baisike bari bari ka alfugaki tiga tutie kuita abana ba minto bari ke abantu bari batayite goja tutie ko baitomo. Ka alfunengia kora umero monto kichwa maji na nyinyo kona isona abaringe kichwa maji kere kwa rengo mokengo itukwa rengi. Take that thing like that. Abantu bari tu akoyuma. Then sinima tengo kurukuntu nkwa koyona nyakona isomba akoya ibu. So na benga buna litwa tuare ko baba iboli bali baitekere tuare ngabake okobo mama tari ko chikongita kwari so na bogo chatu bwarapu tokore gazi na ndo tuara masikani mo chaka ko totengera bosa mwatu aibu so man ebinto binde mo kora ebinto bitabwati masikani so omwese ko naigwo gose ning'ori orengo gocha gotware hosti gosema kaki mukwanira abaisika aba mintorende na barabo baisike buna mama isegete ka baba buna kwaenda Kenya kwanya ko basemi oyo tegete gocha to mukani enseri nembe matebi gendo teme na boko nyoro uchiro ogwere ire yabasonga chakore gasi ogwere nonye yaba Kenya chakore gasi so kari funjenda atebe nje buna makokoti yandusi yo botaka buna karakara ndo itokore kari don't worry my dear ndo itokore nyangi so ndina ko gushiria mayo mwana minto akikora akenda oisike number 1 to nyore kubuzi nera pani na ndo taya ego chaga oisike ekina gendo na bate Mokoti na modern bro. Mimi naamwambia ukweli because kurukundu bado egiri bungere ngo gotomera ekingo gotebi ekina matebi ane tomere ngo gotomera ande tripu icyo tiganga tebi mbu yanga tebi mwana yo mito mwese kone naenda gusi akanyomwa keranyomo kore metie nyene bagosa nino musache nando nyoire kubuzi nera pani nando mnyokire koche so mwana minto kora endo nyomo oisike na ande konye tora amua konyo no afadhali tuambiane ukweli karakara tegerera na tigire njira matebiri naki umwana minto ndo isike period njira kore karakara tungome na ndo nyanyi tigamo mentera iga ande irangora aye karakara kwa yes bete fre na nungi makoto ngunyoiri da mara goba ngora bantu bari ngesogono ko nento kwa na mara goba mete makagoti ndara no mosita de mondo dare gesogono tata yani gesogono getirianda hey wa bakwane Monda damo karakara entra leto mokorokwa ndata mocho kolo kerebi na ririani kwana ngata kaya mede te koroma wate kibaba kwana te koroma nyari akorire yakori kwana munye kwa maokoro karibu abasaja abamunya kwanikira abana bande FB mutwara bongo munamamiri arafu ikero mudako na yanga kurukundi tigangu kwana ngende Hai amangana change ebinde ebire digital umuntu tigabeke yanga yakuringana ngakya aigwete bugima bwayamenye unenje site ndi kuchikubeka yanga sigeire ikikara mukwane ngane yiye kondo nani najiri kuro mundabeke my dress my choice na amukokoti ushindwe sawa korori ori ngebosa wa noje bakwanire ngo bakwanire na marogoba wa ate bira ko gutara bosa igobona ncengo zo gutara so twatara nere bosa tubeke chichi cyenya sai it's okay umuntu kubatiga akoro kwa moze koro kerebi
Mochokoro Karebi Lilian turuti kwake Hamida. Mochokoro Karebi magokoro ina kimuju wete miko itaka kimagokoro na kia bachokoro ane mbia mure akingo igumye karango iguda bukarakara kwana mwensi pikera ko igumure mege ya bekebe ya domuro chiguraba baswita tibane bonsi pia bachokoro bane mbanjite bunangi anjite ai kurukuju mbuyore koruga we studio dachere ro wataba gedigabu abuna bwa banjwa senaki yani ndega ndochira magokoro tinzage tikobalire karone n'abantu bakungakeranye urukundo cyakikubalira kakingakare cinko birende kujerekana rero kwaba bantu wacha bato enyangi wacha tukubetani nyangi yane nenche noyo ese ntomo ganiacha na rocho otra tu bot kanyasi niniga no turamo. Okay mbiga mono mujadala nulo limubwate bintu mbire na igura buda bukarakara ukwanira na ngubonye oli nanyoro gukwana mang'ana maya sana bakangu nagera nasoma oyo moko gotyo kwini lakini oyo no muchadala rero marogoba ikene tobwate rero tobwate omogeni giga oirwete chisemo cha Dubai kobwate isori yo kumubodi osigindi kyo kumukwanira na akorukwanira Naomi Tamazo. Okay bia mono njikoreng'ana nje minyogokoro njomete nabo ngukwana kendi yonsinso akuchi mwino we mang'ana make ngolengi ng'ekebeya bakwanire kimbaro chegana ndabukarakara mwesi mimaite mwakwanira amang'ana amange bono nje nguja nayane indi gitang'ani nakibono olio ndamwateba kuruko omochokoro orenge osinki Mochokoro kwini mochokoro kwini ngukwana ale chipointi sana gutetiga abana baminto batari koigwa ndabukarakara ngukwana ale chipointi sana gutetiga abanto batari koigwa ekebere yagocho basomera amang'ana aria aro mwesi ngukwana mora amang'ana aro lakini abaisike mbaroro ntagete gukwanira bono iga ntagete gosoa muchadara gwera ngare mwachagete abaya magokoro kwanire iseri omochadara ori babwata oyo babwata abaiga bachaka n'abakani ase eng'encho oyo noyo marogoba kende kware gokwanera igoro omonyoroko oyo orwete Dubai iswari rinde oratware mobori ase omoquestion ngomubori ndi liswali kingatia kurukunjo ndara magokoro ng'ora rero nakio gotwire bwango iga gose bono nsoke gose twende egento egitang'ani nare gokwanera abaisike bari baminto moriga iga isiko nowadays ebinto ebichencheti buna ndabukara agoteba ase gwachire gokora egasi esike naende manyang'ana egasi gwachete kero gosoanira ini manyana kigwasoa siku hizi ebinto ebire ngangare buna okora ebinto getai okobwatigwa mpaka ase omenyete abaisike mbare barenga online yesterday barenga abaisike bato abaisike abo ebinto bare gokwana mbiangogeti and I think so bacha babwatie clip eke baibu ekero otigeire omwana bw'omwarabu tiga koira omwana naba noria okorera naba tari oria okorera atokane kare rigoso my dear friend wewe ndio utabaki kwa masaka uchege goteba naki abarabu bagoitire egento kende ekero mogosoa life abaisike bari mwanjete gosoa life gotenga korama abantu nowadays ebinto birimo gokwana life ebekire CCTV siku hizi kere egento egeconnect kirase egekogera bantu babekire amang'ana amange abeire amange bakabona abaisike bagere kubwatigwa ng'ora bararung'ana ki amang'ana aya gokwana nayo obomaene gose nayo oborimo nyeti moramanya gento kende abaisike barimo gotenga muri busa tenga private imare binto mogocha gotenga amang'ana aria amaya egere mwatogoki sana abagusia ase mwabeta please tema gotwara amasikani ase mogokora chigasi chino okay tari aywo narenge aywo aerire kurukutu inche na abana baminto nare gosomera egekogera ebinto bire isiko gege ebichencheti ntoche tonyora abana baito babekirwe emiaka 6
tubaye gochakorera ng'ae magokora kera koigwete gento kingwache tokagatotebi eki naki egento bono gietiri ase eserikali yaitu yeri Maokoro. Maokoro. Naenda basige mbare bakuru Kenya bagwaka abana b'abarabu chisimi batuma chigurupu jawa kumwana obande biche kumutuma egurupu omwarabu okonyora abwatete esimu eye agasikane chiengima kwamanya koruta ebox banteberi ngore ngibaigure bono iga inabatebi inche nabate nabaibere obobisi omoise kondi bwensi ore iga iga omoise kondi bwensi ore country ende yonsi tema gotumia esimu yao namasikani tema chisimu echi onye komaete noigoreire esimu yao nomwarabu internet ogotumia na ya omwarabu please tema gochitoa kwa majaribu mengi kurukucho tari bobe togokwana ebi nebinto togokwana biri birororo bono iga abana baito abange ngochikosoa bare asabe tonyora abana baito basiekeirwe abange kebenga nki batateberetiwu sai abanto aba babekire CCTV mpaka chisimi chiabo onye komaite enamba yao nomundu ocio okogorerete akakora echestira my dear friend chiatari sana na hiyo namba yako. Thank you. Alright, karibu sana, asante sana mama Magokoro ameongea. Next on stage, Lilian. Lilian. Hello. Mambo? Amoni wete. Ndukwegwete baba, karibu sana. Utagwantwarega ni baba Lilian ni goterende. Asante na wote this is my first time kuelewa. Niko na homa. Pole. Utapona. Ya ndio mara yangu ya kwanza kuingia sasa, nikaona it's good at least niwasalimie niongee kidogo. Then tutaendelea kuwa pamoja. Asante sana, karibu sana mami kila siku. Thanks so much. Mimi naitwa Lila Nogega, nyumbani ni Kisii. Right now niko Saudi Arabia nafanya kazi. Yeah, what I can say Naomi, congratulations. Umesikia unaenda kufanya harusi. Mungu akubariki, akuongoze katika safari ambayo unaenda kuanza. Yeah. Nashukuru. Na usifuate mambo ya watu. Unajua kuna watu wenye watasema mengi, watasema mazuri na mabaya. So uamuzi ni wako. Fanya kitu ambacho unaona it's good for you. Sure. Mungu yupo. Kuna swali ya kumuuliza ama anything ya kusungumuza mami, nafasi ni yako. Kabla nirudi kwake Hamida. Mimi sina swali. Nje maswali nilikuwa nayo wenzangu washauliza na majibu yashapeanwa. So sina la kuongezea na wala sina la kutoa. Alright, asante sana Lilian. Lilian, karibu tena kila siku kuanzia saa 2 tuko hapa ndani ya Kisii Hot kwenye show. Karibu sana every day. Nashukuru. Asante sana. Hamida mamangu, Hamida mpenzi wangu. Yeah. Alright. Hamida mpenzi wangu, Hamida mjumba wangu, Hamida mchomba wangu, Hamida shangazi wangu. Sio ni Kiswahili nimesema? Mpenzi. Si shangazi. Rukuntu. Oh. Ha. Ila anapenda. Mwite jina anapenda. Oh, nimekosea. Hamida, my sweetheart and my only angel girl. Ulambo uso. Mimi sitaki kuchoma mtoto wa mtu. Maana nina hasira zangu.
nina wivu wangu tu. Anyway, asante tena kwa kunipa nafasi. Naam. Nashukuru sana. Jambo la kwanza kwa Naomi. Naomi uenda kuolewa. Wewe unaenda kuwa mke wa mtu saizi. Mambo na ujana ushamaliza. Mimi ningekupa wasia unapoingia kwa ndoa. Kuna mambo yatajitokeza. Unajua umeolewa na mtu mwenye yuko kwa limelight. Si umekesha pale mtu kapost, unajua kuna vinyangarika wenye hawakosi. Kama Unaona? mimi. Ndio hawa sasa sisi, hata mimi mmoja wapo nipo. Tutapost. Mimi pale Nampenda. ngoja. FP. Sasa inda pale mmeoana, ule mpenzi wako ama bwanako kaposti picha pale, si vinyangarika tuko pale wenye hatujapata taarifa kwamba ashapata mchumba ama ameoa. Sisi tuko pale tu kumuita hani be, unaona? Nachokuwa kukupa ni wasia pale ni kwamba mambo mengi ya mitandaoni achana nayo. Mheshimu yule ni mume wako akiwa nyumbani, na uheshimu kazi yake na uikubali. Pale utakapoikubali mtaishi vizuri. Pale ukiingia mitandaoni umepata sisi vinyangarika, ujua hawa vinyangarika ndio wanakufanya ule. Upo dadangu? Niko Utajieka pale, utajieka pale kama bibi. Bibi ni ule ametulia nyumbani. Umeona pale ameitwa sweetheart. Ikibidi kama wataka kucomment, mwambie hata wewe pia mimi namuhitaji hani. Ongezea pale, lakini waanza kutusi msichana wa mtu ama mtu mtandaoni, umemwona amemuita be ukamwambia sijui wewe mjinga ujui kaoa, utakuwa umejaribia sifa. Na hivyo hivyo utakuwa umemwangushia unga. Mwanamke utulie. Mambo na mitandaoni yaogope kama kituo cha polisi. Simu yake ikiwezekana iogope kama kituo cha polisi. Maana kama unataka kulia, chukua ile picha simu yake ichunguze. Ukitaka kulia ingia mle mitandaoni usikie nani kamuita be. Mwisho wa siku utakuwa umejikosesha raha. Sisi wenzenu tunaenjoy humu nje. Upo? Nipo mama, nasikiza. So wewe ujue umekuwa mke, huja kuwa sasa msichana. Dating imeisha, waenda kuwa bibi ya mtu, utulie. Tunakutakia mazuri na Mungu awajalie. Niingie swala la Gulf. Wasichana wa Gulf humu Gulf itaki wazembe. Msichana kama mtoto wa mtu watoka kule Bala ama umetoka kule Kenya wakuja ingia Gulf, jua na ukae makini. Huku Gulf haitaki uzembe, manake kama umezoea kuosha vyombo, utaosha vyombo vya harusi. Kama ni nyumba, wafanya nyumba zaidi ya ghorofa 3, 4, 5. Ni kweli. Uwe chap. Na kama we ni mtu wa roho ndogo, baki na mamako nyumbani. Maana hapa watu wapitia. Kama we mtu wa kulialia, baki kule nyumbani ama jipeleke Masisi ulie kwanza ndio ukuje. Jipeleke kwa mazishi ukalia, ukimaliza kulia ndio uje. Hapa itaki uzembe. Nakupigia nayo acha kunisumbua. Aya. Tumefikia wapi? Hapa kama ni usafi, jua usafi Mwarabu. Iwe bahati yako uamkukie Mwarabu mwenye yuko msafi. Mwenye hata ukiosha huku karibu hapa hata kuchunguza kama umefanya usafi. Lakini ukiangukia yule msafi, dadangu, usifanye uzembe, maana utachukia hao Waarabu. Usafi wa muhimu. Wapendi uchafu kweli. Usafi wa muhimu. Jua ukitaka kuishi kwa Mwarabu, ukiingia kwa ile nyumba, we jifanye mwanamke wa ile nyumba, fanya ile nyumba kama yako ama kama kwenu, utaishi vizuri. Na mambo ya kukasirika ovyo ovyo, Mwarabu atakutusi we ni umbwa. Mwisho wa siku umejiandika we umbwa. Hapana, nakutusi Sagara ndani. Nyumbani unatusiwa. Wangapi humu kweli ukiwa pale nyumbani ulikuwa umetusiwa mangapi, ndio hiyo umbwa ikuja kukosesha amani. Na jambo la 3, hapo unakaa kuna wengine ndio hivyo kuna wengine wasema walalamika, sijui nimenyimwa chakula au sijui nimefanywa nini. Sitaongelelea sana pale. Maana jua kama umepewa freedom kwa ile nyumba, siku ikafika
leo hawana chakula, jua hawana, jua hao Waarabu si pia hao ni binadamu kama sisi, wanakosa nyumbani, pia wewe unakosa. Wavumilie. Cha tatu, Alright. ndio hivyo naingia pale, sijui hawanipi sabuni, sijui na dadangu, kaa mjanja. Kama umenyimwa sabuni, kuna hizi feri za kuosha vyombo, oga nayo, bora una mafuta, maisha yanaendelea. Cha muhimu ni maisha yaendelee. Kama umepewa amani kwa nyumba, ndi hivyo, mengine yazieke kama pamba, hayakuhusu. Mishene, yani mambo na uswahilini udaku. Umetoka kwa baba akakwambia sijui nini, umesikia kwingine tena usijui wazungusha maneno. Waarabu hawa muhimu, udaku wako uachie kule kwenu nyumbani. Alright. Ni hivyo hivyo. Alafu kuna hawa wanadada sijui wanasema sijui mitandaoni sijui nini, hao wakulialia TikTok. Kama unalia, ndio hivyo nimesema, kama unajua unakuja humu, ujue unakuja na roho ngumu. Hapa ni kama unaingia jeshi vita. Na kitu cha muhimu, ukiwa mpole, upole wako utakusaidia. Wao ni watu wa kusikiza. Hata kama umepata yule mwenye nasemekana mwenda wazimu, sitaki kutaja hiyo jina kwa Kiarabu. Ukiwapata hawa wenda wazimu, umepata mdosi wako ni mwenda wazimu, si eti umeambiwa kule. Najua kuna baadhi ya hizi magroup zinadanganya wanadada eti yo sijui kama mdosi wako amekukelelesha na wewe simama mkelelesha. Kakuambia nani? Right. Aya, cha pili, umepewa mle udaku eti umeambiwa sijui kama amekunyima kitu fulani, mwambie sijui kitu fulani. Hamna kujibishana, ni heshima idumu. Pale uko kwa nyumba ya mtu na uiheshimu sheria pale, uifuate. Hamida, Yule kuna hawa maagent wenye wanasema eti kama umenyimwa kitu fulani waambie usifanye kazi. Dadangu, usifanye kusema eti utafanya kazi. Fanya kazi. Kama ni kuongea, mtaongea, mtaelewana. Haya Hamida, Haya, naomba tu watazamaji na wasikilizaji nyote, kwa sababu ya muda na niko hapa, unajua niko na wanawake hapa leo, siko peke yangu. Mimi naweza piga na nyisho mpaka ifika asubuhi, lakini wanawake wanahitajika na wenyewe, lazima niwarudishe wenyewe, tuwarudishe wenyewe waweze kujivinjana na wake zao. Sasa nikuje kuchapwa. Nimeona mwingine amekuja kufuatwa hapa, amekuja kuchukuliwa. Kurukundu, kwani ulisema aje? Ulikuwa unatupima? Ndio nashangaa. Kurukundu, kwani unatuona sisi aje? Si wangu, si mwenyewe anakuja kuchukua, si mwenyewe amekuja kuchukua. Si ulete huyo mwana tumuona hapa. Umekosa double kara. Alafu kuna kitu nataka kuongea Kurukundu. Kama hata mimi nataka kuongea. Mimi nataka kuongea, sijamalizia maana amenikatizia. Mimi kuna kitu nimeuma leo. Kidogo tu tafadhali. Hamida, nimekupatia dakika moja peke yake. Dakika moja, sawa? Niongee? Yeah. Haya. Kuna baadhi yao wanadada wenye wanasemekana eti sijui wamecheza uchi, sijui wamefanya nini. Mi sitaki kuyaongelelea sana maana yule ni mwanamke kama mimi. Lakini cha muhimu ni heshima. Heshima nayo kama unayo uitumikie. Lakini kuna bale, mbona hizi vitu huwa zinafanyika, si West Africa zinafanyika. Watu wanacheza uchi, mbona waongei? Imekuwa sasa Mkisii ndio anadansi vile wanaongea. Mi sitaki kuingililia sana maana mimi kwenye sekta ya entertainment nipo na sitoki. Okay. Kurukundu, aje hapo niongee. Alright. Dakika moja. Sasa kuna kitu hapa imeniuma. Ati mnasema Wakisii ati wana dance uchi. Mulisikia wapi? Na mliona wapi? Ngoja. Wakisii ndio wako TikTok wanaimba. Nataka nikujibu. Uliona ni sahau kenye naongea. Nakuachia uongee. Uliona nini leo? Sema tu kweli. Niliona videos zenye wanawake zaidi ya mmoja wako uchi, wanaonyesha sehemu zao za siri, wana dance
Achia hapo. Endelea double Karara. Mimi wacha Wakunyonga wanyonga. niwaambie hivi. Mimi ni mtetezi wa wanyonge, hata nateteanga wasichana kila mahali. Mimi ni msichana. Mimi sijaona kama ni Mkisii peke yake ana dansi hiyo. Uji na hata si uji, hiyo ni fashion. Rukundu wache niongee, wache kunimada. Hiyo ni fashion imekuja. Pia mimi nataka kudansi hiyo fashion. Niko naenda kununua hiyo dera. Na sibangu ingi na mtu. Alafu hao wasichana mwenye unatoka Kenya shagala jadida mnalialia TikTok ati njaa tumeteswa. Waiguru kama amerara amka saa 1 mapema, kura umalize, ukianza kazi kama umeshiba hapo utakuwa masaa 9. Kama friji inafungwa nitakuonyesha venye utafanya. Hii kulialia mnatubo sana, hiyo kitu inaniuma. Nimeona mtu mwingine ametoka nyumbani ati analia njaa. Kwani mama yako hakuko na baba yako? Si uende ukajiweka mchele hata white maji, unaweza kula na strong tea uende sako. Unalialia ati tunasumbuka, tunachangiwa turudi nyumbani. Mbafu nyinyi, msikuje huku, tuajie sisi tufanye kazi. Alafu kitu kingine yenye inanikera. Wakunyonga. Wakunyonga sasa. Mimi wananikera. Okay. Kurukundu waje dakika yako imeisha. Sasa hii kusema wakitakoma mkome kabisa. Alafu wacha mimi niombe dada yetu, wewe kama umeamua unawaleka kaa na mzee wako vizuri, asikuje kukukosea, umwambie uko na passport, ukumbuke Kobus fenya Mkoti amesema kuna debu amerudi. So ukae ndani ya ndoa, ukiona kama mimi nimemposti Mairafa, usikasirike juu hapo ndiye atatoa pesa alipe lenji na alete unga. So hupo cha mimi niende sangu. Na hii kusema Wakisii wako uchi mshindo. Na nyinyi mfae sawa. tena. Na msichukua advantage. Msichukua advantage, mwanze kuposti mwingine na mshana mpenzi wake hako. Muachi hapo. Freddy. Huyo ni video vixen. Huyo ni video vixen huyo. Hiyo ni kazi. Freddy. Dakika moja. Final words dakika moja. Mimi sina say. Na congratulate huyo sister yangu. Harusi yako iende true. Amen, brother Fred. Mimi sina say, sina kitu kingine ya kuongeza by them. Ndoa ni ngumu lakini jitahidi bana. Yeah, inabidi. Jitahidi kabisa, naomba Mungu by them akusaidie. Nashukuru sana. Lazima Mungu mbele. Sawa. Tu-invite sawa? Usikose. Yeah. Asante kwa kujoin. Denson Makori. Kuna huyo Vera. Lydia. Ile kitu naweza waambia. Nashukuru sana. You guys are doing amazing job. Thank you. We are supporting our sister for the event which is coming up soon. Na wale wenye mnaweza taka kwenda Middle East kutafuta kazi, kama kutafuta kazi, you don't need to give up. It's amazing place. Watu wengi wametoka huko na wako sawa. You don't give up. Okay. Thank you so much. Thank you for joining. Alafu Lilian. Lilian, ongea please. Yes, mama, mambo. Sasa tunaomba your last words. Ameenda, ametoweka. I guess tushaongea na wote. Asante sana kwa kujoin. Tafadhali you follow our sister. Unapatikana wapi? Platform zako zote sema. Okay, mi naimba gospel. Napatikana YouTube Naomi Tamazo. Facebook mnanipata kama Naomi Andrew Tamazo. TikTok ni Naomi Tamazo. Yeah.
Kindly subscribe, share, support msanii, nitashukuru na mbarikiwe. Napenda mistari miwili ya chorus tu hivi kama mwimbaji. Ya uimbaji, yeah. Hebu imba kidogo. The song najua wengine wanaelewa sana, kuna hii tumwimbie Bwana, tumwimbie Bwana, tumchezee Yahweh, yeye ni mwema, imba tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana, tumwimbie Bwana, tumchezee Yahweh, yeye ni mwema, imba tumwimbie Bwana. Hallelujah. Yeye ni mwema. Another one latest, kuna song nimetoa audio but sijaeka picha. Lakini bado iko YouTube. Inasema wamekusema sema maneno usijali. Wamekusengenya mwenzio usijali. Yale wanayo yanena wanakubariki. Yale wanayo kusemea wanakubariki. Mtanipata pale YouTube. Nyimbo ni nyingi, ziko kama 9. Zingine ziko njiani. Yeah. Naomi Tamazo. Hapo ni YouTube Naomi Tamazo, kwa hiyo jina iko hapo, subscribe and comment, itakuwa na Tena zaidi share. So labda kwa swali la mwisho, wewe mwenyewe umeplan kufanya nini ukiwa hapa Kenya? Kama pesa zote walizikuwa zimeisha? Hapa Kenya nataka kufungua salon, vile niliwaambia nilisomea hairdressing na beauty. Na wakaribisha salon yangu, nitaifungua very soon. Nitaiadvertise ya. Itakuwa tu huku Kisii. Yeah. Nitawaalika karibu. Alafu unajua kufanya nini? Ongea kwanza ndio nikuulize. Hapo karakaturia kwanza. Wacha niende. Yaani hutaki niulize swali. Kurukuntu hakututaki leo. Kurukuntu leo. Ako na wadada, ako na warembo ametusahau. Wacha niende. Hapana, unajua kuna siku utatuhitaji baba. Wewe unatuona tunaongea hapa kama ni wajinga. Mimi niende. Kesho niko hapo kuhitaji mjini. No, tufanye hivi. Now you make me sukari inapanda. Tufanye hivi. Because of time, nataka tupangane tu hivi sasa. Now tuenda hapa nyuma ya tent. It's loud and clear. Tukupatie maneno ya mwisho na tumalize show. It's time ya kumaliza show. Yeah, tukue na heshima. Ikiwa ni wakati imefika, time imeisha. Ni hivyo. Okay, ukuje usikuje ni juu yako. It's okay. Yeah. Okay. Asante kwa hii nafasi. Ningependa kuambia nikifungua hiyo salon na wakaribisha wote, na wale warembo wanataka kuenda Gulf, msife moyo. Huko ni kuenda ukiwa strong na uweke Mungu mbele. Na la mwisho, naomba muingie pale YouTube munisupport pia, nitafurahi. Nawatakia mema na nashukuru sana kwa kutufollow. Si wote wangeacha usingizi watufollow. Yeah. Na wakaribisha kwa kila kitu. Mipango ikienda sawa, majaliwa tunawafahamisha. Na mtakuja mtuambie hapa? Yeah, tutakuja. Ama kesho ni watafutie mkiwa wote wawili. Tutafuta. Lazima. Kesho tuwatafute mkiwa wote wawili mtuambie. Tafuta. Tutakuja. It's okay. Ile kitu nazaambia huyu na mashabiki wote kwa pamoja. Yani kwa mtu amesacrifice, unajua si rahisi mtu sacrifice usingizi yake. So kwa Naomi nashukuru sana, nashukuru zaidi tena zaidi kwa kutenga wakati wako kuja kutuongelesha. Najua si rahisi lakini ni respect. Alafu all the best mazee. Unajua hiyo jani si rahisi lakini nakuombea mema kabisa. Kwanzia leo mimi nitakuwa ni kama goti chini. Papa antivirus usituangushe mazee. Nataka kuona invitation card. Alafu to our viewers mazee, tunashukuru sana. Make sure that you follow her, subscribe to her channel, support her. She is our own. Sasa unajua tusiposupport mwenzetu, nani atamsupport? Tuanze kwa kumsupport. Alafu finally pia mimi mtanifollow
kwa hiyo jina tu Miss Anu pale YouTube, Instagram, TikTok, Facebook at Unblessed and IG yes, Instagram. Make sure you follow me. Nini hivyo? Yes. Sikianga IG. IG ndo hapo, pia Twitter. So yes, nawaambia mkwe na usiku, sijui ni usiku sijui ni mchana, I don't know where you are right now. Asubuhi hiyo sasa njema. Usiku ya leo show inakuja mazee, usingoje, usimiss. So make sure that you tune in na everything is going to be cool. Alafu I promise you naenda kupata watu tujue the exact day, tujue tutaki kungoja zaidi. I know you are with me. Kwa maana tutaunia bwana, hatutaki kuunia. Papa Antivirus, I'm coming for you. Right. Good night. Thank you. So actually I was almost forgetting. And because I know the happy is watching, he has been here with us na hajalala kwa sababu akupana na kutegea. Hebu mwambie maneno mazuri tu hivi leo. Ya mwisho. Leo tarehe ngapi? Tarehe ni 10 mwezi wa 2 2022. Ambia switch ati maneno mazuri mbele ya kamera. Na hii kamera isisahau. Vile wamesema kamera iwezi sahau. Umwanchi Papa Antivirus Andrew Mwenganere Momanyi. Na kuombea mema. Amen. Na kwa hii safari naomba Mungu akaweze kusimama pamoja nasi. Yale tumeyasema hapa mtandaoni yakaweze kutimilika, na Mungu awabariki Kisi Hot. Kama si nyinyi singeropoka. Mliniswetisha. So Papa lala na viatu bwana. Mimi niambiwa tu hivyo nitavaa sasa kamputi nilale nazo. Hey. So guys, thank you for watching and thank you for coming. I see here what was this name? Maxami. Lamo Maxami Media. Kumbe harusi ilikuwa ya ukweli. Yes. Harusi ipo my friend. Harusi ipo. Lilian inakuwa na pale unacheka double kara umekula piripiri mingi leo hautaki kuitwa mom. Okay. Naona hapa Janet nataka kujua YouTube ya Naomi tumesema hapo. So ni mingi sana. Papa nakuona pale Antivirus nakuona pale nasema kwamba harusi tunayo. Papa Antivirus mwenyewe amesema tu hivyo. Asante sana. Kuna comment nyingi sana. Kuna baadhi ya watazamaji ambao sitasoma comment zao hapa, tunashukuru sana. And thank you for coming. Thank you for joining us. It is because of time. Sasa ni 7:30. Na hawa ni wanawake na unajua wanahitajika saa hii waende kutandika kitanda, watu walale, wafunike wengine jote ikuje. So it's my time nikuwapatie ende kupumzika. Lilian, congratulations Naomi, harusi nialikwe. In fact I'm coming here soon. Ukikuja tafadhali tutembelee na visitors. If you come please don't stay away. Don't stay away. And anybody mwenye ako willing kuja Kenya anytime. If you feel like coming to Kenya anytime and day, just karibu to us. Reach us. Ile siku nakuja tutafute hapa. Niambieni nimekuja kurutu nikupate wapi? Nitakupatia direction mpaka studio. Utafika tu. Tuko katikati ya Kisii Town. Hata ukikuja saa 8 usiku. Sisi tupo tu na tunashikilia hapa. For now, imefika wakati wangu wa kuondoka, wakati wa kuondoka kwenye studio zetu za Kisii Hot TV. But meanwhile, before we leave, nataka tunaongea kitu kimoja. Kuna ile time ya kufanya mchezo, kuna time ya kukua serious. When you have a very serious conversation, we must take it as serious na tuweze kusaidiana. Kuna wakati wa kufanya mchezo na kuna wakati wa kukua serious. Yes. Na tuzidi kukaa ndani ya Kisii Hot TV kama kawaida. Mimi naitwa tu Nepto Dennis. Naomi Tamazo. Miss Anu. Unajua kwa uliambia watu kama uko pipo kweli, unajua ulikataa kusema. Sina ring. Nani atamfarisha ring? Na Valentine's niko very soon. Wanaume bana msiniangushe. Hii ni mali safi, mimi I just give you for free. Tu advertise hivyo. Kama kuna kitu unaweza hitaji kupewa. Astaki anything. Nani? Daniel Nyambane anasema
Ako? Daniel pale Minnesota. Ututumie soda. Mbona wanakunywa soda? Watu wa Minnesota, najua mnakunyanga soda. Sijui kama ni Fanta ziko huko. Ama ni Michigan, hizo zote bora tupate soda. Wanakunyanga soda ni Thanks bro. Thanks my fans for following. May God bless you. Yeah, nawapenda tu sana. Thank you very much. Hii ilikuwa wangu. So watu wa Minnesota, karibu kila siku kwenye show yetu ya kila siku kuanzia saa 2 mpaka saa 7 usiku. Kila siku ya wiki usikose mtu wangu. So Dennis Nyambane and so all the best is karibu sana Dennis. Usikose my brother. Na ukuje uniambia hapa mnakunyanga soda gani Minnesota? Mnakunyanga soda ni ziko hapo ni Black Current ama ni soda Minnesota ziko hapo. Anyway, anaitwa Lilian Kukurikuntu Shwa Inshallah. Good night to you all. Thank you very much. Karibu sana. Usiku mwema. So kwa sasa guys, it is time sasa simuniruhusu tu niachia warembo waende. Angalau wamechoka, hawajazoea. Mimi nimezoea kukaa hapa mpaka asubuhi. So niachia warembo waende wapumzike. Tena kesho wamkie kazi zingine. Lakini huyu ako single Valentine next week on Monday. Guys, don't let me down please. She's for free, but because I advertise her and nimemleta, you can check me outside there. Unipatie kitu kidogo, mimi nitakuletea and for free. She's here. Like for now, for example, now I will deliver it for free. Delivering is free, but for advertisement is money. So for now guys, this has leave for this studios. Nani alituambia tukianza? Sasa mgeni tuachie baraka, si ndio? Let's pray for us. Tufunge macho, tuombe. Asante Mungu, asante mfalme wa ajabu. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza siku, tukaanza show hadi tumefika tamati. Naika wenzangu mikononi mwako, wale ambao wamewatch, wametufuatilia tangu tulipoanza. Tunashukuru kwa mazuri ambayo tumeshare. Tunakurudishia sifa na shukrani Mwokozi. Kwa yale yote tumepanga, wewe unayatambua Mungu wangu. Naomba kaweze kubariki familia zao, kaweze kuwa pamoja nao hadi siku ile watakaporudi Kenya, wakaweze kukutana na familia zao wako salama. Jina lako litahimidiwa. Na wale wako huko nyumbani wote naweka mikononi mwako. Tuonekanie katika kila jambo na hitaji la kila mmoja. Kaweze kuwa pamoja nasi. Mapenzi yako yatendeke tunapoenda kuondoka saa hizi. Kaweze kutuongoza kila mara kwa sababu wewe ni Ebeneza, hakuna aliye kama wewe. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina Yesu Kristo naomba nikishukuru. Amen. Thank you. Nilikuwa nasahau kitu kimoja. Ujue tu hivi. Papa Antivirus ni mtu mwenye anapenda mambo na President Worship. So nimekuwa na encourage, nilikuwa najua vile kwa anapenda. Kwa kuja asubuhi President Worship tu hivi anasikiza tu hivi. So ni mzee mwenye anapenda mambo na church sana. So make sure mekipu yo intact na conduct ya kwa church pale, hata kwa President Worshiper mzuri. He is a good President Worshiper. So yeah. And for now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Inshallah. Goodbye. Good night. Good morning. Good evening. Nice supper. Yote. We love you. We love you. Ope kiss. Utaachwa. Peace. Tupatane leo usiku kuanzia mwendo wa saa 4 hadi wakati kama huu. Kwa sasa tumeondoka.